Kongoi. Bas. No tinyangal. Kongoi. Anampatia mkono kwa niaba ya majirani. Makofi mazuri huyo mzee. Hata wamesema yao imetosha na sisi yetu ikuje. Thank you. Asanteni. Anampatia mkono safi kabisa mheshimiwa. Asante sana. Daktari Fred Okengo Matiang'i. Tupigie mzee makofi mazuri kabisa. Asante. Asanteni. Omonene Yesu abakwe. Omonene Yesu Kristo abakwe naende. Ilosu not Yesu. Amen. God bless you. Kwa majina mimi naitwa Pastor Robert Langat. Mimi ni jirani hapa, na mzee alipojua kwamba atachumuika na Ken Ogeto, tuliongea naye jioni, akaniambia kwamba sina maneno ya kwenda kuongea, ningetaka kuzungumza, lakini tuandamane pamoja ili tuweze kusema neno la pole. Na nikiwa hapa ninasema pole sana Ken Ogeto. Ken ni sponsor wetu wa shule letu hapa ambapo tunaita Prime Grade School. Mimi ni mmoja wa wazazi hapa, na Ken chuzi alikuja tukazungumza kama wazazi na akatutia moyo, na tukujua kwamba kutakuwa na maneno yatatokea kama haya. Pole sana. Thank you. Honorable Ken Ogeto. May God comfort you and give you peace at this time of difficulty. God will give you the grace. You will maneuver. You will make it again. Be strong. We are praying for you. Okay. Kwa hivyo ningependa tu kusema neno moja. Sisi ni majirani kutoka hapa. Ken amekuwa wa msaada. Ametupa shule hapa na akapenda kutuchumuisha sisi wa upande hule across the border, na akatupea pasi moja ya kuleta watoto wetu kutoka upande hule wakuja hapa shuleni. Na tukaanza kuona dalili ya kufunja hii mipaka yetu ya kusema ni njenomo gusi kose ni njenomo sigisi. So tukiwa hapa shuleni kama wazazi tunaongea Kikale kidogo na tunaongea Kikisii na tunaambiana maneno mazuri. Kwa hivyo tunasema asante sana Ken Ogeto, na yale ambao umetunuko hapa kwa hii shule, umetumia pesa zako na umetumia rasilimali zako. Tulikuja kujua kwamba you didn't ask for us to contribute for the pass for the school, even for the development. Whatever you have sacrificed, we are praying for you. God will give you peace. God will grant you. God will reward you in a mighty way and in a powerful way. Thank you. Kama majirani, hiyo basi letu tutaomba ya kwamba mwaka ujao utatuongezea ikue 2, na hii shule Prime Grade School ikue shule kubwa na ikue shule ambapo itakuwa shule ya kimataifa. Nikimalizia, rafiki yangu President the 6th, nikiwa hapa mimi ni rafiki yako na kuna mambo umenifanyia ya kibinafsi na sitasahau kuyataja hayo. Huyu mzee Ng'enyi aliniambia jana, mbona usiende kuomboleza na marafiki zako na wanaomboleza? Nikasema basi niko hapo nikiwa mmoja. Nasema kwamba President the 6th, tuko nyuma yako na tunakuombea na tunazidi kukutia nguvu na tuko pamoja, na tunasema kwamba usiogope kututembelea upande ule wa kwetu. Kindly please, we are requesting tutembelee hivi karibuni, tunakuhost. I'm here, I will organize for that and we will welcome you kama kanisa na kama community, na mkuje na Ken Ogeto, sponsor wetu wa shule. May God bless you in Jesus name. Asanteni sana. Unajua saa zingine jirani akiongea vizuri inabidi umetulia tu, lakini sasa si mzee alitoa baraka kwa kiongozi na huyo ameconfirm hayo maneno, na kiongozi Matiang'i na Ken wamefanya kazi mzuri upande huu mwingine. Sasa si kiti inakuja nyumbani, hata Mungu anaona hiyo maneno. Asanteni sana kwa heshima kabisa. Kama unaelewa fika kwamba Mheshimiwa Ken Nyabuti Ogeto anakuita uncle ama auntie kutoka Bosamaro, naomba uje hapa mbele. Uncle ama auntie kutoka Bosamaro, naomba uje hapa mbele tafadhali. Tunakimbizana na wakati, naomba tuje kwa mwendo wa kasi kidogo.
life of sin, this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't. Uncles and aunties wa Ken, Ogeto kutoka Bosamaru. I asked a beggar on the way. Naomba tuje mbele kwa mwendo wa kasi kidogo. Tell me where to stay, where I could find real happiness and love the street. Mheshimiwa Ken Nyabuti Ogeto anakuita uncle. Across the bridge, there's no more pain. Naomba tupige msururu mzuri hapa kabisa. Tupige msururu mzuri hapa mbele. Na hakikisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Kwa sababu picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Naomba tupige msururu mzuri kabisa. Picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye, tafadhali. Asante, kipasa sauti kiko wapi? Mzee Wilfred Kinyi, apatiwe kipasa sauti. Mwaka, ama ngana biroko, ogo etani abutu anganire. Ken Ogeto, that is my son, Pole. Baba Helen Nyabwanga. Mbaya basi. Sasa moja kati yao kina mama wako hapa, patiwe kipasa sauti. Moja wa kina Samarieta kuru Samaro. Sukimono wake baba. Samaro. Kene tino mwana umurumdu. Mwana itali. Pole asaya kwanyorete, Nyasaye namanyitere uko mwanjete mono lakini Nyasaye akamwanja mono. Pole sana. Asanteni, tuwafanyie mikono namna hii ndugu waombolezaji. Tunaweza kuketi. Uncles and aunties kutoka Bonyamatuta, naomba tuje mbele tafadhali. Uncles and aunties kutoka Bonyamatuta, naomba kwa heshima tuje mbele kwa mwendo wa kasi. Interlude. Wala bao the river and you'll never be unhappy again. kutoka Bonyamatuta, naomba tuje mbele kwa mwendo wa kasi kidogo. Kumbuke kwamba tuko hapa kwa ajili rasmi ya kufanya maombi ya kuungana. Na hii ni baada ya kufanya jinsi ilivyostahili kufanywa kule na yamu. Tuliweza kumlaza dada yetu kule Nairobi. Hivi leo ni maombi tu. Naomba tuweke msururu mzuri kabisa hapa mbele. Hakikisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Kwa sababu tumesema picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Across the bridge, there's no more sorrow. Asanteni. Asante mzee Andrew Kireki. Asante kwa kunipatia hii. Mtu tu aruri bugirango. Kenneth no moigwe ito. Tu akire ko moengora. Moigwa Pole. Ama kweli naro. Na ende nagenderete. Urigirerie nse gweta yonsi gweta abantu abange bakuri. Aseigore mereria. Nyasaye namanyete nkiagera takoraki akamuira abachukuru bane pole muremererie hata ngari mama ameenda Mungu atakuwa pamoja na nyinyi hata waja atatembea na nyinyi atawabariki na atawainua aseiga abatu arubugirango na bwaba noba manyete bonse kurwabo atuatebire pole naende pole asogosiria omongno rukia nigo twamwanjete Gotu aliko ucha Nairobi kutoka enda Nairobi na otoko genda mwaye tulikuwa aliko manya wasino Muislamu ulenge usema ndo kio lenge lakini alikuwa anatupenda sana kwa hivyo tumepoteza mtu ama ameenda kwa sababu Mungu anajua sababu alimpeleka kwa hivyo pole sana Ken. Asanteni mzee. Mama Helen Nyabwanga. Mwana onekeni pole abana bo bakora ngemo mwana onerema kabisa Nyasaye ganje turukia ali nete sabali ku Tanzania lakini taigeti Kenya maguta kaerera njera olimire
Bono tokuna gugumia amakunaro. Bia mono mama, bia mono. Pole na ndore mama mino. Bia mono. Ya gero kokogende se mama mino garu ari tumswati ominto nere ga kona kulira. Ga kana dio mwana ne pole. Bia mono mama. Baba Bilia for just a word. Baba Bilia anga yale. Bilia. Engana ya mumungina. Aba minto tora sama be. Ya sawo tolendire ntutole moja titoli abaya kubwa abande. Mbiya mole mwenzi. Omwana one Kenneth. Ebibilia nige goteba nga ntigere. Bono ori ochire asachire nintutoragendo. Nyasaye tigakugitere. Nyasaye tigagukineria abana abo. Enchero omonto akogende serori aikire no ekobogerera. Omwana niga igete chingati chiaye buni amarika agototebi nga nchare goetania na nde nchare goetania. Bono remi abana na mama omino n'abantu bande bonse. Nyasaye tigabagitere nero ekiabete. Mbuya mono. Bia mono mama. Hao wametoka kwa kina mama Teresa, mamake wakili Ken Ogeto kutoka kule Bugrango mwenye matuta. Tuwafanyie mikono namna hii. Asanteni kabisa, tunaweza kuketi. Thank you very much. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Abel Mokaya Mose wa Mawawa, Mheshimiwa Charles Kiganda unyumbani kule Busamaro, Mheshimiwa Vincent Kemosi Mogaka ambaye ni mwenyekiti wa Jubilee taifa letu la Kenya, karibuni kabisa, aspiring senator, Mheshimiwa Jeremiah Migosi, akiwemo Mheshimiwa Ndruche, aspiring member of parliament kutoka Bumachoge Borabu. Karibuni sana nyote, jihisi kwamba tumeweza kutambua. Cousins wa Ken kutoka Busamaro, naomba tuje hapa mbele. Cousins wa Ken kutoka Busamaro, naomba tuje hapa mbele kwa mwendo wa kasi kidogo. Nitambue vile vile uwepo hapa wa ndugu Evan Sobiri, Executive Secretary Ken Utinyamira branch. Karibu sana. Cousins wa Ken kutoka Busamaro. Cousins kutoka Busamaro. Kutoka hapa cousins wa Ken kutoka Bunyamatuta, mjiandae. Far away, may your love come. Cousins wa Ken kutoka Busamaro, naomba tupige msururu mzuri kabisa. Cousins wa Ken kutoka Busamaro, naomba tupige msururu mzuri kabisa. Naomba tupatie mama huyo nafasi aweze kuja kwa mwendo wa kasi kidogo. Tunakimbizana na wakati. Na hakikisha mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa, kwa sababu picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Asanteni sana. Asanteni. Naona mayanko ya Bichanga ameshikilia kipasa sauti, mamake ametoka Busamaro na amesimama kutoka Busamaro. Asante. Thank you, Master of Ceremony. For those who may not know me, my name is Yabesh Bichanga. My mother is a cousin to the late Muse Ogeto, and we have been very close with Ogeto. I always come here, and Mama feeds us there, and I knew the late very well, and most sincerely she used to cook for us, and we have been talking. Juu vile mama amekuwa mgonjwa and vile mama ametuacha. To my cousin Ken, I know we ongeangi sana kama sisi. We ni mtu mtulivu, mambo yako yanakuwa chache sana, lakini take it easy my brother. I spoke to you in your house. We spoke when you were in USA and in Nairobi. Thank you. Sincere apologies for my wife. She could not be able to come here because we have always been here all the time. Pole sana, that's how life is. Hata sisi, hiyo ndio njia tu tutaenda. Pole sana my brother. Asanteni. Charles Nyabuti. Charles Nyabuti, tafadhali. Difficult moments. Honorable Ken Ogeto and your children. May God comfort you. And the entire Ogeto family. May God comfort you. Now, it is because of the late wife, Rukia. He has supported so many in the community and stood with every family. Therefore, this day. Lakini aliaga dunia. Amekuja kuleta shukrani. Asanteni kabisa. Tuwafanyie hivi. Thank you. Thank you. Thank you very much. Tunaweza kurudi. Cousins wa Ken kutoka Bunyamatuta, naomba tuje hapa mbele.
Ani wa Bosamaro, nimesema kutoka Bunyamatuta, cousins wa Ken. Naomba tuje mbele kwa mwendo wa kasi kidogo. Tukimaliza hawa, tunasonga tu kwa mwendo wa kasi. Council of Elders Bosamaro mtajiandaa. Tukimaliza hawa, Council of Elders Bosamaro mtajiandaa. Cousins wa Ken kutoka Bunyamatuta. Tayari nimeona Mheshimiwa Ilai Jabere yuko hapa mbele. Wengine wanakuja. Pati interlude please. Msururu mzuri hapa mbele. Hakisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Kwa sababu tumesema picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Kama hatuwezi kutosha katika msururu mmoja, tupige miwili mizuri kabisa. Kama hatuwezi kutosha katika msururu mmoja, tupige miwili mizuri kabisa. Wale warefu tukae msururu wa nyuma. Wale warefu, wazee wote tukae msururu wa nyuma. Kina dada tukae msururu wa mbele. Kina mama na dada tukae msururu wa mbele tafadhali. Asanteni hivyo sasa. Asanteni DJ. Asanteni DJ. Kwa niaba ya hiki kikundi, Mheshimiwa Ilai Jabere tafadhali. Special left Nyamira. Thank you. Naomba niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amchambo. Amchambo tena. Kwa china vile mmeambiwa. Kwa niaba hili kundi kutoka kule Bunyamatuta mahali Mama Teresia alitoka. Kwa hakika tumekuja hapa kusimama na ndugu wetu Kennedy. Mama Rukia, kwa hakika tulipokuwa tunakutana na yeye sisi wote tulikuwa tunajaribu sana kusungumuza Kiingereza ili ya kwamba tusiweze kufunja Kiswahili. Alitufundisha na alikuwa anatupenda, tulikuwa tunatembea naye pamoja. Wakati wowote tulikuwa na mambo kule nyumbani Bunyamatuta, alikuwa anakuja na alikuwa anatusaidia. Kwa hivyo tuko pamoja na familia. Najua ya kwamba ameacha vijana ambao wako well polished. Wako na heshima kwetu, wamesoma vizuri na wako na bidii katika chochote ambao wanafanya. Kwa hivyo vijana wetu na ndugu wetu Kennedy tuko pamoja na tunakuombea Mungu aendelee kuwapatia faraja ya kipekee. Ni wangapi tunatuombea ya kwamba familia hii Mungu aweze kuibariki. Asante na Mungu awabariki wote. Asanteni, kubali tu amewakilisha tafadhali. Tunakimbizana na wakati. Tufanyie mikono namna hii. Thank you very much. Tunaweza kuketi. Council of Elders Bosamaro, naomba tuje komendo wa kasi kidogo. Wazee hawa wamefanya kazi mzuri na ya ziada chini ya wakili Solicitor General Emeritus Senior Counsel Kennedy Nyabuti Ogeto. Walikuwa vile vile chini ya mzee Benson Kigoro Ogero ambaye alikwisha tangulia mbele ya haki. Naomba tuje hapa komendo wa kasi kidogo wazee. Na mzee Kansila Mirera, Kansila Nyabuti Nicholas, MC wa kwanza Boniface Ombori Orina, Kansila Wilfred Domingo. Naomba tuje. Mzee Victor Nyang'aya, naomba tafadhali tuje hapa mbele. Ella Maronga, Ella Ben Nyabunga, Mzee Asante Turungi, Mzee Thomas Kidewa. Like me, I am once lost, and now Father in charge. Asante. Hawa wazee wanaongozwa na huyu Victor Nyang'aya na mzee Nyabuti Nicholas, lakini atazungumza kwa niaba yao. Father in charge, the family of Ken Ogeto, President Mtarajiwa, all protocols observed. Nimewasalimia. Hamjambo wote? Hamjambo tena? Sisi tumetoka Bosamaro. Bosamaro ndio mahali Ogeto alisaliwa. Kwa hivyo tumekuja in solidarity with him because amepata msiba mkubwa wa kupotelewa na Mama Rukia. Mkiona Ogeto hivi, usifikirie ni hapa tu anafanya kazi.
alikulia hapa, lakini hakusahau mahali alisaliwa. Huko kwetu kupitia kwa hiki kikundi cha wazee amefanya mengi. Alituuliza ni kitu gani nitafanyia jamii ya kwetu huko Bosamaru. Tukamwelekesha ya kwamba iko hospitali utatujengea. Alikuja kwa mchango akatuchangia pesa ambayo ilikuwa kubwa sana siku hiyo, 7 million shillings. Na akatuma fundi. Saa hii tunapoongea ile hospitali ni ghorofa na ndio inatoa huduma huko kwetu. Hatuwezi kusahau. Sasa huu msiba umekupata, pole sana. Hili ni changa mbaya. Tunakuombea, wazee wote wanakuombea. Ukiona si hawa ni counselors wetu wote na walimu wako hapa, na mimi ni mwalimu, nilikuwa kiongozi wao. Sasa tunakuombea Mungu. Asante mzee. What you have shown us is great. Kwa kumalizia, Senator Onyonka, ulituonyesha mambo makuu hapa Kisii kwa ile msiba ulipata. We saw another, a kind of funeral we have never seen. Yeah. Na hii funeral ya leo is another one. A kind we have never seen. Situwapigie makofi. Asante mzee. Sasa mzee Matiang'i, karibu sana. Ukiona hii kikundi hii ya wazee ambayo ilikuwa inaongozwa na Kigoro, usiwe na taswishi yoyote huko kwetu Bosamaru. Wakati ule wote 2017, 2022, sisi ndio tulikuwa tunaongoza zile kura zenu. Ndio sababu tunakuambia usikuje hapa sasa kutafuta kura. We kuja maombolezi peke yake. Tafuta kula huko nje. Thank you. Thank you mzee. Tukiwa na Ogeto, tukiwa na Utachi, we have no problem. Thank you. Welcome all the time. For the first time mzee amekuwa na summary ni leo. Mzee Omburi, 30 seconds. Mzee Omburi, 30 seconds. 30 seconds please. Really, I'm Boniface Omburi Orina, the first MCA of Bosamaru. I want to echo the summary from Father Mandela, that behind every great man, there is a woman. And behind Ogeto has been this lady. All there is that I don't want to water down what we heard from the Bible. Thank you. May God bless you. Thank you for attending this funeral. Thank you. These are my elders and I'm the youngest in this group. Kwa wale ambao mzee Kigoro alileta kama viongozi wa jamii ya Bosamaru. Kwa heshima kabisa, in-laws wa Ken, wale ambao wameoa madada wa Ken. In-laws wa Ken, wale ambao wameoa madada wa Ken, naomba tuje mbele. Mashemeji wa Ken, wale ambao wameoa madada wa Ken, naomba tuje mbele sote. Tukimaliza hao, korera wa mzee Ogeto, mkae tayari, ama wavyele wa mzee Ogeto, tukae tayari. Tukimaliza na mashemeji hawa, wavyele wa mzee Ogeto ama korera, tukae tayari kabisa. Mheshimiwa Mindariach, karibu, tumekutambua, asante kiongozi. Karibuni sana. Salamu fupi sana za rambirambi. All protocol observed. Good afternoon. Kwa majina naitwa Ronald Nsongo, mimi ndio nimeoa data mkubwa wa boma hii. Kwa majina naitwa Mary. Na tuko na my co-brothers here. I think they will introduce themselves. Nataka kutoa rambirambi zangu kwa semechi yangu Ken, watoto wangu na familia yote. I know you have fought a very big fight. You have really struggled. It has been a struggle, especially take care of your dear wife. The mother is sick. Unakuwa huku, unakuwa hapa. But we ask God
to give you every courage, comfort, and everything that you need. Your life will be very successful. My sons here, we pray for you, and we pray for our friends, relatives from Tanzania. Thank you very much. Nawapa pole na mukirudi, Mungu awaongoze njiani mfika salama. For the whole family, poleni sana na mukirudi mrudi vizuri nyumbani. Asanteni sana. Asante. Amezungumza kwa niaba ya mashemeji Kefa Magia on behalf of the diaspora. Hawezi kuongea. Hapana. Okay, naomba kwa heshima. Thank you so much. Kefa Magia on behalf of the diaspora. Bagesima. Mimi ndio nimeoa dada ya Kenny wa tatu, anaitwa Winfrida Ogeto. Na hapa kuna familia na kule Amerika kuna familia kubwa again. Madada ya Ken wako huko wanne. Walikuja hapa mwezi wa 5 kuona mama, wakakaa mwezi mzima. Wakati mambo hii imetokea, wakati wao ulikuwa imeisha. Na unajua kule ukipoteza siku moja mbili kwa kazi, utaanza upya. So walienda. Kwa niaba yao na wale mandugu zangu ambao tunaitana Semo, Shem, Teya na Boniface Misiani ambaye ameoa the last born Dina, na Shem ameoa Josephine Bochaberi. On their behalf, nikakuja hapa, nikakuja na ndugu yangu wakati tulikuwa tumemaliza mambo yote ya kuleta mwili hapa, nikasema lazima nikuje na yeye hapa. Kule mama Rukia wakati alikuja Amerika, alikuja kwa graduation ya kijana yake Monyi, na wakati huo ndio alipata kuwa mgonjwa. Wakati huo alikuwa kule Florida, sisi tunakaa Texas. Florida lazima upande ndege. So hii familia tulikuwa tunapanda ndege kwenda Florida, kwenda kuona dada yetu kila wakati. For 1 year. The next 2 years, she was recommended kuja AD Anderson, Texas, Houston. Na hapo na sisi tulikuwa tunakaa mbali kidogo kama 300 miles kutoka Dallas kwenda Houston. So tulijipanga, tulikuwa tunaenda huko kila wakati. Kwa hivyo huyu mama unamuona hapa ni Sucha, kwa Kikisi tunasema entingana. Mama mzuri. Alikuwa mama mzuri. Alikuwa Muislamu, lakini tukielekea huko, kama mimi nikielekea huko anasema semeji omba. Ukitoka anakuambia omba. Kwa hivyo ni mama alikuwa anapenda maombi. Na alikuwa anapenda watu wake. She was very strong until the last minute. Kwa hivyo sitachukua muda sana, naona wakati umeisha, lakini lazima niwataje. Semeji yangu Nairobi. Nuru, hakuna mtu kama yeye. When you are sick with a lot of pain in the house, nakusalimu Nuru. Amina, ambaye ni dada yake
Rukia ambaye dada yake mkubwa. Huyu ndiye alikuwa na hiyo pain yote, kwa sababu alikuwa on her bedside all the time. She has pain, she's there. Yeye ndiye alikuwa anaita madaktari, yeye ndiye alikuwa anamfanyia kila kitu for 2 years. Na kusalimu, amina. Kwa hivyo, kwa niaba ya watu wa huko Amerika, na tuma rambirambi sao, hata kama ni dada zako umeongea nao, wanasema pole sana na wako na familia. Kwa hivyo kama nimesahau nyingine wanasikiza, unisamee. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you. You should all come there. Tafadhali msimuombe pesa. Don't ask for money. Mnatakiwa kuchangia yeye pesa ya mafuta. Asanteni sana Kefa Mayagia kwa kuwakilisha mashemeji na vile vile the diaspora community. Thank you very much. Kwa heshima, sasa niwalete mbele wavyele ama korera wa mzee Ogeto Kasimiri na mama Teresia. Naomba tuje hapa mbele. Korera wote, wakili Utachi chairman, naomba uje. Korera wote naomba waje hapa mbele. Wavyele, mahali kina Mary wameenda wazazi, mahali kina Ubuya wameoa wazazi, waje hapa. Daktari Ubuya. Lakini kwa sababu chairman amefika hapa na yuko peke yake, naomba apewe kipasa sauti. Karibuni sana Mheshimiwa Clive Owora, aspiring member of parliament Kitutu Masaba. Karibuni kabisa. Wavyele naona wanakuja wengi kabisa. Asanteni kwa kuja. Chairman Gasho Mutachi, wakili vile vile amekuwa mwenyekiti mwenza wa kamati ya Nairobi, wakiwa wanashirikiana kwa karibu sana na senior counsel wakili Mohamed Nyaoga. Asanteni sana. Naomba kwanza tupige msururu mzuri. Naomba tuelewane chairman na atazungumza kwa niaba ya wengine. Naomba tuelewane nani atazungumza kwa niaba ya wengine. Asanteni wavyele. Amjambo. Amjambo sana. Kina mama wengine wanajiunga, karibuni sana. Wairewi, asalamu alaikum. Hata mimi ni kolera hapa. Naona wengine wananiangalia wanasema kolera namna gani. So Lista simama. Tafadhali. Dr. Lista Onsongo, who is the CEO of the Nursing Council of Kenya, wife to Dr. Bagaka Obuya, is my niece. I'm a proud uncle. So the mother who is here has asked me to speak on her behalf. So that is the capacity in which I'm here. And because you are asked
Asanteni sana madiwani, naomba tusalimiane baadaye tafadhali. Madiwani kelele, naomba tusalimiane baadaye. Naomba kwa heshima kabisa mwenyekiti apatiwe kipasa sauti. Asante sana. Mzee Gecheo. Yes, thank you. Asante sana mwenyekiti ambaye anatuendesha mkutano. Kwa niaba ya madiwani ya Borabu, mimi ni chairman ya Borabu. Ataenda kuintroduce hata councillors, tumeleta pole zetu kwa familia. Na mimi nawaomba wote tikankuanike kusiga hapa kusiba minto. Momo mebuna muikaranse na our excellence yanga mulende wako moelio. Kikura cheto toko jimeka samo. Wali wako na okwana buna bate batika baragere bakoira na banyale mtunta yale tolembi mungu. Asanteni mwenyekiti wa gatuzi nzima. Usilete wengine, unazungumza kwa niaba yao. Kwa niaba ya madiwani tunaleta pole zetu kwa ndugu yetu Ken. Mama ya Ken tulifanya na yeye kazi Nyamira akiwa diwani. Hivyo tuliamua nasi tuje pia tuomboleze pamoja kwa hii safari ilikuwa ya mwisho ya Mama Rukia ambao ni mke wa Ken. Hivyo madiwani wote wangekuwa wengi, ni vile leo Friday inakuwa mambo mengi na mnajua madiwani bado wanatambulika, isipokuwa serikali ndio haitutambui sisi. Inapea wasee wa kijiji pesa na sisi tulifanya kazi. Mheshimiwa, mkienda pale muulizie hao watu pesa. Tuulizie na sisi pesa, sisi tuko afadhali madiwani kutoka Kitutu Masaba, kutoka North Mugrango, madiwani wa West Mugrango. So tuko hivyo na pole sana Ken, tuko pamoja na hii kazi tutafanya pamoja. Sisi sio waoga, tuweke na sisi hapo hivyo. Tufanye hiyo kazi pamoja. Asante. Asanteni kabisa. Sasa our Solicitor General Emeritus Mheshimiwa Wakili Ken Ogeto amefanya kazi ya ziada wakiwa wameshikana mikono na CS wetu Daktari Fred Okengo Matiang'i ambaye ni rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Kenya. Sasa kwa hiyo heshima, kuna wale vijana ambao waliweza kunufaika na msaada wa Mheshimiwa Ken Ogeto na Mheshimiwa rais mtarajiwa. Naomba tuje hapa mbele tafadhali. Tutige gukwana ni kamuranje. Chikansile chibanongo sali muri bono to abali bagabono ngorra kana muri bobe. Kamuranje. Bono nguburu masikani. Wale ambao waliweza kunufaika na msaada wa CS wetu rais mtarajiwa na vile vile wakili Ken Ogeto, naomba tuje hapa mbele. Tupige msururu mzuri kabisa. Naona Patrick Okinyi, kiongozi wa vijana. Naona ndugu Patrick vile vile. Engineer Ogao, karibuni sana. Na mwalimu Atuya, karibuni nyote. Karibuni, msururu mzuri kabisa. Kwa pamoja. Ya vijana ambao waliweza kunufaika na msaada Ken Ogeto. Nasikia wengi Asanteni. Naomba tupige msururu. Piga msururu. Ya viongozi wetu. Mheshimiwa akiwa rais, kazi itakuwa mingi. Na wakili Ken Ogeto. Kwa niaba yao mungeongea nyote, lakini sasa kwa sababu ya wakati, Patrick, just a statement. Usipatie mtu microphone. Unaongea. Your Excellency, the Sixth Honorable Fred Matiang'i, our great brother, our boss, kuleta rambirambi zetu kama wale ambao walifaidika kwa ile kazi mzuri ambayo mlitufanyia.
hiki kikundi kina watu wengi sana. We are so many, but all of us could not make it here today. Your Excellency Fred and Wakili Ken Ogeto, we want to appreciate. You really touched families, and we appreciate for the good work that you did. You may not know all these faces. Sometimes you helped, and those that you help, you don't know them. But we really appreciate. Tuko pamoja, to Ken, pole sana kwa kumpoteza bibi yako. Tuko pamoja na tunakuombea mema. Asante sana. Hao vijana wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya. Kuna kijana ambaye ametoka magharibi mwa Kenya. Tafadhali 30 seconds. Hamjambo. Mimi naitwa Patrick Obege. Mimi ni officer wa polisi. Mimi sina la kusema. I'm so much attached because mama ndiye alikuwa analisha mimi. When I go home to take mzee kwenda kazi, if you don't eat the meal of mom, she will call you and ask you, Patrick, mbona hamujakula chakula yangu? So pole sana, my boss. May God give you strength. Mimi natoka Western, mimi ni Maragoli kutoka Chavakali. But mzee doesn't have any tribal issue. He will help regardless of your tribe. So Saken has even helped the Luyans. Mzee amenisaidia, nastai kutaja, sababu nikitaja ni mingi. May God bless and may the soul of my dear mother Rukia rest in peace. Thank you. Engineer Ogao, I know you want to speak. You cannot speak, please. Tuwafanye mikono namna hii. Thank you. My name is Ogao. I could have said much, but because of time, let me limit myself. Thank you. I only want to say thank you, Mr. Ken Ogeto. Kwa niaba ya abana balia Ken Ogeto akonyete, especially bo Samaro. Emeche metaka nyasa akonya abana ba enere. Na kimogoteba. Abana ba bagambe. Nyasa asese ni abana ba mbia mono Wakili Ken. We pray for you. Asanteni, tunaweza keti. Tuwafanyie mikono namna hii ndugu ombolezaji. Asanteni kabisa. Sasa kwa heshima na taadhima, Wakili Senior Counsel Ken Ogeto alijipatia jiko kutoka nchi jirani ya Tanzania, kutoka kule Tabora. Mashemeji wamekuja hapa kwa wingi sana tangia jana. Kwanza poleni kwa safari. Pili, karibuni sana Kenya. Tatu, karibuni sana gatuzi la Nyamira. 4, karibuni sana constituency ya Borabu. 5, karibuni sana ward ya Esise. Sasa my uncle Ken Ogeto alio kutoka familia ya kifalme kutoka kule Tanzania. Sasa hawa ambao wamekuja hapa ni wana wa mfalme. Sasa sisi tumeshukuru. Nyinyi ni wangwana sana. Tangia jana niwaone vile mmejipanga, na vile vile mzee ambaye ni baba yake Abdalla Mandari, baba yake Rukia, na familia nzima ya mama Wande Abdalla Fundikira, wakati mmoja walikuwa ni familia ya waziri wa East Africa Royal Family. Sasa si ni kazi mzuri, na asanti sana Ken Ogeto kwa kuvuka mpaka na kwenda Tanzania. Sasa na wale ambao kidogo ni wachanga kwa umri, hapa mnaweza kubaki Kenya. Tutashukuru sana. Karibuni sana mbele. Karibuni sana mbele, tukiongozwa na ndugu Omar. Mashemeji wote kutoka Tanzania naomba tuje mbele. Naomba tuje mbele sote kabisa, kwanza kwa ajili ya picha, kisha baadaye tutaweza kuendelea. Naomba nyote wa Tanzania nyote tuje mbele, kisha baadaye tutajipanga tukiwa hapa mbele. Hata mimi kama singekuwa nimefanya haya maneno, hata mimi ningeenda Tanzania. Naomba kwa heshima na taadhima tupige msururu mzuri kabisa, kwanza kwa ajili ya picha. Kwanza kwa ajili ya picha. Hapa kuna madada, kuna mandugu, kuna mashemeji. Asanteni sana.
Asanteni sana, asanteni, asanteni. Sasa wapi Omar? Kwa heshima kabisa nimewapatia dakika 5 mjipange vizuri, kwa sababu nyinyi ndio wenyeji, nyinyi ndio mnalia. Na asanteni sana kwa kumlea Rukia kutoka kule Tanzania akaja Kenya hadi akaenda kufia Marekani, na wale madada ambao mlikaa naye hadi dakika za mwisho, tunashukuru kabisa. Nyinyi wote wangwana, chukua usukani tafadhali. Asanteni viongozi wa dini, viongozi mlioalikwa hapa. Nachukua nafasi hii kutoa utambulisho rasmi kwa familia yetu, especially kutoka Tanzania na wengine hapa Nairobi. So kwa niaba ya familia nianze na babu mzee Abdalla, Chifu Abdalla Saidi Fundikira na mzee Juma Mandari Ngerembe ambao ndio babu zetu, babu wa Rukia na familia yetu. Na kwa niaba ya wazazi wetu ambao pia ni marehemu Abdalla Juma Mandari na mama Wande Abdalla Mandari. Sisi tumezaliwa 4 watoto wa Mandari kwa mama na baba. Dada Amina, labda nianze kumtambulisha mwanzo. Dada yetu mkubwa akifuatiwa na dada Rukia ambayo ndio ametutoka, akifuatia mimi naitwa Abdalla Nyaligwa, alafu kuna mdogo wetu anaitwa Ali ambayo hayuko nasi hapa kwa ajili ya majukumu ya kikazi kule Tanzania, lakini tulikuwa naye Nairobi wakati wa maziko. Alafu wanaofuata labda kwa uchache tu nitawatambulisha mmoja mmoja. Akina mama zetu wadogo, Aunti Masha wa Nairobi, alafu kuna Aunti Nyanzala wa Arusha, ndio mama zetu wadogo. Alafu wanaofuata ni dada na kaka, cousins. Labda sitawatambulisha wote kwa majina. Alafu kuna wengine pia ni watoto wetu, nephews and nieces, na wengine ndugu zetu kutoka Arusha na Singida na Tabora, na marafiki wa karibu wa familia ambao wanatokea Arusha pia wako hapa. Kwa hiyo tu kwa utambulisho kwa uchache. Maliza. Asanteni sana. Tufanyie mikono namna hii. Asanteni kabisa. Mkirudi Tanzania, pelekeni salamu zetu. Nataka kuzungumza mama. May I just clarify that this is the time for the family to give the tribute? Okay, thank you. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all. God is good and all the time. So, good afternoon, distinguished guests, family members, friends, ladies and gentlemen, and all protocols observed. My name is Januba Becca, and I'll just read a little tribute from the family in general. Dada Ruki, as we fondly called her, was more than a mother, sister, daughter, and friend. She was all these beautiful qualities wrapped into one remarkable person. 2 weeks on, it still feels difficult to speak of her in the past because she was such a constant presence in our lives and in our homes for as long as we can remember. Allow me to give just a short story of what happened last week when we went to receive her from the airport. So as we gathered at the airport to receive her one final time,
something happened that has remained with us, and we heard that she had arrived. The skies opened up and rain began to fall. It felt, excuse me, it felt like a profound moment of peace. It was as though the heavens themselves were opening up to receive her, gently reminding us that her journey was not ending, but continuing into eternal peace. As Muslims, we believe that death is not the end, but a transition into the stage between this life and the hereafter. It's actually called a stage of barzakh. In that moment, amidst our grief, we found some semblance of comfort and prayed that God will welcome her with mercy, grant her peace in this stage, and make her journey towards Him one of light and tranquility. We now take solace in knowing that she has left behind a life marked by kindness, love, and a spirit that touched so many. She was dependable in every sense of the word. No matter the circumstance, you could always count on her to show up with love, warmth, and support. She was beautiful, both inside and out, the true epitome of grace and class. Every responsibility, every project, and every role she took on was carried out with unmatched dedication and excellence. Truly, everything she touched seemed to turn to gold. Today, we mourn deeply because a beautiful flower has been plucked from amongst us. Yet, we also find comfort in the belief that God calls back those who are most beloved to Him. To her sons, Moni and Zizi, your mother left behind a rich and admirable legacy. To my shemeji, may God comfort you during this time. As we grieve this painful loss, we pray that you continue to walk in the light of all that she stood for: warmth, kindness, strength, peace, and courage, to name but a few of her many virtues. In Islam, we are taught that when a person passes away, their deeds continue through three things. And you'll allow me to just briefly tell you what these three things are. Ongoing charity, sadaka ya kuendelea, beneficial knowledge, and the prayers of a righteous child. Now, if you've taken a chance to go through the booklet, okay, you will see that Dada Ruki was extremely religious. She supported so many charitable projects. Mama Fatuma is continuously mentioned. It was an orphanage she supported with tremendous dedication. And a lot of other charitable works. We were in a lot of groups with her where she gave charity to build wells. This is believed to be an ongoing charity. So what I'll tell Moni and Zizi as well again, your mother planted countless seeds of goodness throughout her life. And today,
you have the honor and responsibility of carrying that legacy forward. Not only today, but as you go forward. Through your character, through your actions, and most importantly, through your prayers for her, okay? I think I've told each one of you this, that your prayers for your mother are received straight. So be relentless in prayer for her. May her impact continue to be felt for generations to come, and may her memory remain a blessing to all of you. And to all of you who have gathered here today, may we honor her, not only by remembering her, but by striving to embody the qualities she so effortlessly lived by. Generosity. So many of you have spoken of how generous she was, okay? She'd cook. You wouldn't go into a house and not have a beautiful meal, okay? Her grace, her compassion, her dignity, and her unwavering love for others. When somebody passes away in Islam, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, which means, indeed from him we come from, and to him we shall return. So we pray that God grants her the highest ranks of paradise, forgives her shortcomings, expands her resting place with light and peace, and envelopes her in his infinite mercy. May he grant strength, patience, and comfort to the family and loved ones during this difficult time. Amen. Asanteni. Asanteni sana. Ningependa kuomba ridhaa yenu kwamba hawa ndio wenyeji. Hawa ndio wanalia. Tuwapatie dakika 5-6 hivi waweze kumaliza. Naomba kwa heshima kabisa. Tunaweza kuendelea. Wale ambao wangependa kusoma ujumbe, labda dada Nuru aanze alafu tamalizia kufunga. Angalau kwa muhtasari. Tulikuwa na list, anayefuata anakuwa Umi, schoolmate wa Rukia. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. God is good all the time. My name is Umi Badi. I went to school with Rukia. We were young. At high school, some people pass through our life and leave a footprint. But Rukia, a friend, a sister, a daughter, a mother, and a wife left a legacy. Today we celebrate her life, which touched many countless hearts and inspired many. We are grateful to her parents for bringing her, a remarkable soul, into this world. Thank you for her family, her husband and sons, for allowing us today to be here to participate in this farewell. From high school, Rukia was a blessing. She was a source of kindness, warmth, and strength. Her impact cannot be measured by the years she lived, but by the lives she touched and the love she shared. Death may have taken her from us, but can never erase the memory in our lives. She touched many lives, uplifted, shared, and inspired so many people. Every lesson she left behind, Nuru and Rukia gave her the biggest lessons of her life. Nuru, Rukia, and I, we were both at the same school. But what Nuru did, it was a big lesson for all of us. It was human worth and not worth.
So with that, I say, may the Almighty Allah forgive her shortcomings, shower her with infinite mercy, and grant her the highest Jannat Firdaus. Rest in peace, Rukia. You will be remembered, cherished, and missed forever. Thank you. Baada ya Umi sio Mtanzania lakini ana roho ya Kitanzania. Nurse Roslyn Amunga from Kenya. Come say your tribute. Naomba uchunge mbele ukizidi kujiandaa dada. All protocols observed. Good afternoon, everyone. I happen to be one of the nurses who took care of Rukia when she got transferred from Florida to Texas at MD Anderson, Texas. So having been friends for quite some time with her, seeing her come in and seeing her in her last stages and last days, I have a small tribute for her. There is a line we are taught to draw in nursing, a professional boundary meant to protect our hearts from the inevitable grief of our work. But every now and then, a soul comes along so bright, so resilient, so deeply kind that the line simply fades away. Rukia was one of those rare souls. To the world, I was her nurse, but to me, she became so much more a teacher, an inspiration, and a dear friend. In the quiet moments between medications, vitals, and treatment plans, we shared a bond that went far beyond clinical chats. We shared stories, shared laughter, and sometimes shared heavy weight of silence. Even on the hardest days, when the diagnosis was heavy and the pain was real, Rukia brought an undeniable light into the room. She taught me about resilience, showing me that what it looks like to fight with grace. She taught me about humor, always finding a way to crack a smile or make me laugh even when she was the one who needed comforting. She taught me about humility, reminding me why I entered into the profession in the first place. A nurse's job is to care for the body, but a true friend cares for the spirit. Holding the dual title of caregiver and a friend is a profound privilege, but it comes with a unique heartbreak. Saying goodbye is the hardest part of the uniform I wear. Yet, as I look back on our time together, my overwhelming feeling isn't sadness. It's an immense gratitude. Thank you, Rukia. Thank you, Mr. Ogeto. Thank you, the boys and everyone, for letting me care for your loved one. Thank you for trusting me to take care of Rukia. She has indeed left an indelible mark on my heart. Rukia, you may be gone, from my patient list, but you will never, ever be forgotten. Rest, my dear friend. For the family, Mr. Ogeto,
God who will reward you. For the boys, we eternal rest. Thank you. A short tribute by All right. My name is Ashatasha Odor. I'm the daughter of Ms. Auntie Rukia. I think of the kindest, most compassionate soul I have ever come across. I am truly grateful to have had the privilege of having her in my life. Together we laughed and shared so many inside jokes. With her and her family, we have had great memories. Our vacations to Disney World in Florida and the Masai Mara in Kenya, Abdallah's college orientation at Embry-Riddle University, and his graduation in Florida, another marvelous trip to remember. After I heard of her illness, I began taking multiple trips to Florida to take Auntie Rukia needed a live-in caregiver, and I was Quran, praying 5 times a day, making dua, and thanking Allah for the little things. Even when she was ill, she still made efforts to plan enjoyable activities for us to do together, such as going to the beach and nice restaurants. She took a special interest in my life and my aspiration of becoming a nurse. Beyond what I have learned in school, she taught me valuable lessons that I will implement when I become a nurse. A few months later, I was informed that she was coming to stay with us in Houston. I could not have been happier or more grateful to Allah. She was going to be reunited with her closest friend of more than 30 years, and she would receive treatment at the MD Anderson Cancer Center, widely regarded as the #1 cancer hospital in the entire world. Softly and quickly, Auntie Rukia bonded with my grandmother, Mrs. Mariam Mazora, who too felt an overwhelming sadness upon Auntie Rukia's passing. The closest family members of the Ogeto family, including Uncle Kenneth, visited regularly. Some Tanzanian nurses and women of faith from our home city surrounded Auntie Rukia and prayed for her daily. It was a real family time well spent. During their visits, Auntie Rukia was overjoyed and illuminated our spirits. As her condition declined and towards her final days, she spent much more time at the hospital than at home. During this time, Auntie Rukia had friends and relatives with her at all times. One thing I can say for certain is that she was a deeply admired individual, and she spent her last days surrounded by the people she loved the most. For someone as extraordinary as her, I'm extremely thankful that she was able to have this rare and precious moment. Auntie Rukia Mandari Ogeto, I loved and cared for you on a level beyond what words can describe. You were more than just my mother's best friend to me. May your soul rest in eternal peace. I will miss you. Mimi kwa majina naitwa Nuru Mazora, ni rafiki wa Rukia, Mtanzania,
naishi Marekani, jimbo la Texas. Sijaandika tribute yangu. Tribute yangu iko hapa. Na nitajaribu kusema kwa kifupi kwa Kiswahili kwa sababu Watanzania wenzangu wameniangusha leo Kiingereza kwenda mbele. Sijui protocol na leo sitazi observe, lakini nasema mbona mjibu? Mama Teresia, nisamehe, siko kupoliticize. Sasa basi, msichana mrembo mzuri aitwaye Rukia Mandari, baadaye tuka hyphenate kusema Ogeto, nilikutana naye tukiwa tumeingia high school. Macho yanaongea, mioyo inaongea. Tukawa marafiki mpaka tumeishiwa kuwa ndugu. Tulipomaliza masomo ya tukaenda jeshi. Tukaenda tena chuo kikuu cha Dar es Salaam kuchukua shahada ya sheria. Rukia alikuwa msichana mrembo lakini zimo. Tumemaliza shule, akarudi Arusha, akafanya kazi kama ilivyosemwa, na baada ya muda mfupi tu Nyabuti Ogeto. Hakuchelewa. Kanyakua ua. Akatoroka. Ndio maana leo Tanzania na Kenya kitu. Mama Samia amesema wanyama kutoka Kenya huja Tanzania na kutoka Tanzania kurudi Kenya. Kwa hiyo wakizaana ni familia moja. Wale ni watoto wetu. Kubwa mno nataka niseme kuhusu Rukia, licha ya kuwa tu ni classmate wangu, lakini pia yeye ni rafiki yangu. Na ni rafiki yangu mkubwa sana. Tumependana na kuheshimiana kwa muda mrefu, na tulipotoka shule hatukukata mawasiliano tena. Tuliendelea kuwasiliana mpaka siku yake ya pumzi yake ya mwisho. Wakati akipata watoto wake, nilisema kwenye hadhara ya msiba, I was there for them and she was there for my daughter, all the way from Kenya to Texas. Kumbeba tu ashatasha. Sasa basi ikafika wakati amekuja Marekani kwa ajili ya graduation ya kijana wake Abdalla Munyenye. Mengi amesemwa, akagundulika na ugonjwa. Nikapata simu ya njoo dharura. Nikatii wito. Kufika nyumbani namkuta Abdalla na Kennedy. Rukia hayupo. Nashindwa kuelewa nini kinaendelea. Baada ya kula ugali ngumu ya Kisii, nikapewa taarifa kwamba rafiki yangu yu mgonjwa na amelazwa. Wakati huo Mr. Ogeto anaondoka na kuniachia ulezi rasmi wa Rukia. Haikuwa kazi ngumu kwangu kwa sababu ni rafiki niliyempenda na niliyemjali, na sikuona kama kazi ni ngumu. Kwa kipindi kizima alichokuwa kikaa jimbo la Florida akiugua hapo, nilikuwa na jukumu la kwenda kumuona kila wiki ninapokuwa nikipata mapumziko yangu. Kwa mwaka mzima, na kwa kuwabembeleza madaktari kwamba Texas ina hospitali kubwa namba 1 duniani kwa matibabu ya kansa. Hatujachelewa, tuhamisheni. Tulipewa 1 ticket na tukawa accepted kwenye hiyo hospitali ambayo huchagua wagonjwa. Rukia alichaguliwa, tuka walk in kama tunaingia 5-star hotel. Ameendelea kupata matibabu hapo
kwa muda takriban inakaribia miaka miwili. Katika kipindi chote hicho familia imeweza kuwa karibu sana na sisi. Yeye mwenyewe Kennedy, watoto, mashemeji, kina Okefa na kaka zake waliokuwa Texas na dada zake wote walikuwa wakichukua zamu kuja kutusalimia, kutufariji na kutuletea vyakula na huduma mbalimbali. Hatutasahau wema wenu. Nifikishie salamu hizi. Lakini pia hapa tunaomboleza, na sitakuwa msiri kusema kwamba ilikuwa rahisi kwa Rukia. Rukia ameumwa sana 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 sana. Sijawahi kuona mtu anaweza kuvumilia maumivu kama ya juhudi zao. Alikuwa best patient, lakini mapenzi ya Allah ni makubwa zaidi. Amepumzika. Katika vitu ambavyo aliwahi kuniongelesha ambavyo naweza kuvisema public ni vifuatavyo. Ukiona hali yangu hivi ilivyo, naumwa sana, unafikiri nirudi nyumbani au niendelee na matibabu? Jibu langu likawa endelea na matibabu. Akaniuliza, hali yangu ikideteriorate na sina msaada mwingine, utanitunza? Nikamwambia, rafiki, usiwe na shaka, nitakubeba. Akaniuliza tena, maradhi yangu sijaongea na ndugu zangu wala marafiki zangu. Ukumbuke kwamba darasa la watu 45 na darasa la 45 wengine katika chuo tulichosoma na high school tuliosoma ni rafiki zetu wote, na marafiki zao ni marafiki zetu. Nifiche siri yake, nisiongee kuhusu ugonjwa wake. Ugonjwa wake haukuwa wa siri, lakini alipenda kuugua privately. Ilikuwa ngumu, lakini nilimwambia sitasema na sikuongea. Na kikubwa mno akasema, kama hutosema basi yote yatakayotokea naomba unisitiri. Utanisitiri? Nilisema ndio, nitakusitiri. Na chochote kikitokea utakuwa mbele kunisaidia? Nilisema ndio, nitafanya. Na mimi nilishuka na mwili wa marehemu kwa ajili ya mazishi. Nimelia sana, nimesikitika sana, na leo kwa sababu ni siku ya kufurahi kumsherekea yeye, I reserve other comments. Lakini nyuma yangu nakuja na shukurani kubwa sana. Vyombo vya habari ni bebe. Jumuiya ya Watanzania iitwayo Tanzanian Houston Community, siku za mwisho nilimwomba Rukia membership kwa kuona hali ya afya yake inakuelekea. Sitajua tunaenda wapi na nitaweza kipi peke yangu. Kwa kujiunga katika jumuiya hiyo, ndani ya miezi mitatu jumuiya ilifanya kazi kubwa sana ambayo Bwana Ogeto atakuja kuieleza. Nataka nishukuru jumuiya ya Tanzania Houston kwa hisani mliomfanyia ndugu yangu mpaka kufika hapa nyumbani chini ya uongozi wa Rais Leila Kikuzi. Lakini pia nimebeba salamu kutoka darasa la LLB class of 1995. Wamesikitika, wameshindwa ku. Pole wewe na Bwana Kennedy na watoto. Mwisho, najua na kuudhi, lakini naomba ni summarize kwa kusema Bwana Kennedy, wanamuita Kenneth, yeye mwenyewe anajua sometimes Ken. Nasema asante sana kwa kumpenda rafiki yangu kwa moyo wote, kwa kumtunza, kwa kumlinda na kumsaidia. Kwa
na nitaendelea kuwa karibu na nyinyi, na mnaelewa mnapokuwa na shida. Mimi sio mama judgmental, nitajitahidi kuwa Rukia. Mwenyezi Mungu roho ya marehemu ndugu yangu, msiri wangu, kila kitu kwangu, Rukia Mandari Ogeto, lala salama. Asanteni sana. Kwa dakika moja ya mwisho kabisa. Asanteni. Tunaweza kufanyia mikono namna hii. Sasa unajua, okay. Kwa kumalizia tu, kwa niaba ya familia zetu za kutoka Tanzania ambao unajua ni watu wengi, tungesema tuje wote hapa tungekuwa crowd mara 2 ya hii iliyopo. Lakini wengi walijaribu kuja kule Nairobi. Kwa hiyo tuliowakilisha ndio tuko hapa. Kwa hivyo kwa niaba yao na marafiki wa Rukia wa Arusha, Dar es Salaam, huko Marekani, napenda kusema tu asante, na kwa niaba yao pia wote na ndugu tunapenda kutoa shukrani zetu kwa shemeji Ken na entire Ogeto family pamoja na bibi Teresia kama unatusikiliza. Asante sana kwa ukarimu na ukaribisho mliotupa wa kipekee kabisa hapa katika boma hili. Mwisho, Rukia najua amegusa inshallah. Vile tusisahau kuombea vijana wa Rukia Monyi na Azizi, pamoja na baba yao. Hatusahau pia jitihada ulizofanya shemeji Ken kujaribu kuokoa maisha dada yetu. Hizi testimony zote nilizozisikia ni wazi shairi kwamba far and wide dada yetu Rukia ataendelea kutajwa kwa wema. Na sisi tulioko hapa tuliobakia, je, tutatajwaje sisi? Tujitahidi. Tayari the bar is high. Na sisi tujaribu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni. Sasa tufanye mikono namna hii. Tunaweza kuketi sasa. Asanteni kabisa. Mkirudi rudi salama salimini, na pelekeni salamu zetu kwa wenyeji wa Tanzania. Sasa mnaona Kena leo kutoka familia ya kifalme, Rukia ametoka familia ya kifalme,
akakuja kwa familia ya kifalme vile vile. Asanteni sana mashemeji kutoka Tanzania. Sasa kwa heshima na taadhima, nilete mbele familia ya mzee Ogeto Gasmiri tukiongozwa na Daktari Bagaka. Sasa brothers and sisters to Ken Ogeto, brothers and sisters to Ken Ogeto, the better halves wote waje hapa mbele. Karibuni sana Engazi Nyanaro, Engazi ya Borabu. Karibuni sana aspiring member of parliament Borabu. Asante kwa kuja. Very deeply stained within, sinking to rise no more. God the master of the sea, God my despairing cry. Tukiongozwa hivi sasa na Daktari Bagaka. Brothers and sisters, naomba tupige msururu mzuri kwanza. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to him I give, ever to him I'll cling. In his blessed presence leave, ever his praises sing. Love so mighty and so true, there is my soul but song. Faithful loving service to him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Asanteni sana. Walio jukwani hivi sasa ni brothers and sisters wa wakili senior counsel Ken Ogeto tukiongozwa na Daktari Bagaka. Lakini kwanza kabisa ningependa nimpatie Dr. Lista Onsongo kipasa sauti atusomee eulogy. Kisha baadaye Daktari Bagaka utachukua usukani. Soma eulogy ya Rukia Mandari Ogeto, kisha baadaye Dr. Bagaka will talk over from there. Nabakwani rimbu ya mure mwensi. Mashemeji habari. Karibuni Kenya. I think my task for today was to read Rukia's biography. So I will start from birth and the family background. Rukia Mandari Ogeto was born on 14 September 1969 in Tabora, Tanzania, to the late Senior Chief Mr. Abdallah Mandari and Mrs. Wande Abdallah Fundikira. She was the second born in a close-knit family of 4 children, growing up alongside her beloved sister Amina and her brothers Abdallah and Ali. In terms of education, Rukia began her schooling at Meru Primary School in Tanzania. She pursued her O-level education at Kiboso Girls Secondary School from 1984 to 1987 and proceeded to Zanaki Girls Secondary School for her A-level studies 1998 to 1990. Upon completing high school, she undertook her compulsory national service at Oljoro National Service Camp in Arusha under Operation Kambarage, an experience that instilled in her the discipline, resilience, and love of order that would mark the rest of her life. Rukia later joined the University of Dar es Salaam in 1995 and finished in 1998, where she read law, graduating with honors in the Bachelor of Laws degree as a proud member of the law class of 1998. Rukia worked at the State's General Office in Tanzania from 1999 to 2000 and was later engaged in farming and real estate management. She was involved in many charitable activities, including extending support to Mama Fatuma Children's Home, as you've heard earlier, where she educated many orphans. She was passionate, and her hobbies included reading the Quran, gardening, farming, interior design, cooking, travel, sightseeing, beauty,
fashion, and volunteer work. She was excellent and meticulous in everything she undertook. Socially, she was a member of Best Friends Forever, a registered Tanzanian professional women's group, and also of the community of Tanzanians living in Nairobi. She was fluent in Swahili, English, French, and was in the process of learning Arabic. Rukia was married to Kennedy Ogeto in 1999 in Nairobi, Kenya. Together they were blessed with 2 sons, Abdallah Monyenye and Aziz Ogeto. She was a devoted wife and a loving, attentive mother whose family remained at the very center of her world. Rukia lived in and journeyed through many places. In Tanzania, her life took her through Singida, Arusha, Dar es Salaam, Morogoro, Zanzibar, and Zanzibar. In Kenya, she lived in and visited Nairobi, Kisii, Mombasa. Her love for travel and sightseeing carried her far beyond East Africa to Denmark, South Africa, and United Kingdom, the United Arab Emirates, and the United States of America, Mauritius, and the Bahamas. Rukia was a woman of deep faith. Rukia treasured the reading of the Quran, which anchored her days. She delighted in gardening and farming, as mentioned earlier, and designing and cooking, and in beauty and fashion. She gave generously to herself through volunteer and charity work, and she was known and loved for her gift of order, her organizing, her planning, and the calm and graceful way she brought structure to everything she touched. Ever curious, she spoke the languages that I've mentioned earlier. Rukia was a cherished member of the BFF Friends Forever, a group based in Tanzania for professional women, where her warmth, loyalty, and laughter drew people to her and kept them close. In her final journey in May 2023, Rukia and her husband, Kennedy, traveled to the United States to attend the graduation of their son, Abdallah, at Embry-Riddle Aeronautical University, where Rukia fell unwell, and their son recommended that she's taken to a nearby hospital. Following extensive tests, she was diagnosed with cancer. She underwent treatment for 1 year in Florida and was later referred to the MD Anderson Cancer Center in Texas, which is regarded as the foremost cancer hospital in the world. She was in and out of the hospital for 2 years until 23rd May 2026, when she passed away peacefully in hospital. Rukia answered her maker's call in the afternoon of the 23rd May 2026 in Texas, USA. She leaves behind her husband, Kennedy Ogeto, and her sons, Abdallah and Azizi, and her sisters, Amina, her brothers, Abdallah and Ali, and a wide circle of family, friends, and colleagues whose lives she touched and brightened. Eternal peace. And fellow mourners, good afternoon. Bwana asifiwe. I have the single honor of introducing the family. But before I do so, our dear mom who could not make it to this dais and this place as a message. So if you allow me, MC, permit me 2 minutes. She will want to say something to the gathering here and the mourners before I introduce this family. Maganda? It's recorded, so it's going to be brief. Sound. Naomba tutulie sote tafadhali, tutulie sote kabisa.
Onde esa ya guru. Ya guru ya bana bana. Buya mono sana. Aba ko batai buya mona so ya ko to apore. Pore rende nane tari ndutu ya kanuri ya bantu sana bora nyoronda. Otabu atingina otabu atise. Igwana buye chanda ke kia na iburo mwana one Matiang'i no ara. Kiyo minto tato mwana one pole sana, asante sana. Asogo chako. Kene tiyo minto pole no buya. Mwabate mi pole na inche ga no onde ese guru ya bana bana. Buya mono sana. Abana na bitari na roro. Abitari nero ko kula abitari mijira na yotoro kama no mwaro ne bosi bona batingo ya okwana mageta igo te bambu ya mono ne boko genda nya saba ire abaisi miwa abu molelo goro bakosero bosi mikwa no mwana one Maitu sina amayete buya nganu mwana moyo injengina. Buya mona basi miwa. Buya mona banta banana basi molero goraiga. Buya mona osero minto. Fata mandera. Imbato musasiroti aiga one. Togo sirikine. No yeno mwana yo wano jete gosira konyoro chake kosoa etini yemi. Wano buya mano mandera kuru omo sasiroti mandere buya mano na ende buya mano tima tuose no manyete lakini bora manye Onyonka wenzi nawali Onyonka nawali bako Onyonka imete no hari gatinda morora nende na jiete bono karo sankarara no eni morando tekenyo atanya bantu tekenyo abantu bonse kibeke nyoro kia gati nkone hawa tebeke nyoro njoro. I think that will do. For our mashemeji kutoka Tanzania, she has simply said thank you very much, and she has thanked the mourners for coming and also appreciating our leaders who are here. Basically, that's what the message was. And so let me have the honor of introducing this family. We are fewer here, but ordinarily we are not very few. We are very many. We are very many. Like our brother-in-law Kefa said, 4 of our sisters are in the US. That is Frida, Alfonsina, Josephine Kadogo, and Dina, the last one. They were here last month, but then they had to leave because of work. This is Nicholas Craig. Is our brother here. This is Mary. Mary, she's our eldest sister. She's the one who follows Ken. We have Beatrice. Beatrice, she's the one who follows Mary. That is Nancy. Nancy is the wife to our late brother George. That is Lista. She was introduced. That is my wife, Lista Onsongo. That is Doricas. Doricas is the wife to Kireki here. Next to her is Kwenge, Stella. And then lastly, I have Angela, who is my niece and daughter to Kireki and Doricas. If you allow me, I can ask them to sit. And then you allow me to just say one word. So I just thought I should just take a moment. Nairobi, I didn't get a chance to say a word also about Rukia. About 3 years ago, monga njere nkwane gesonga ke yogo se tinkapuruka nese njawasa no ani no wagusi moma yede gesongo taribo. So about 3 years ago,
when Rukia was diagnosed with cancer, Ken called us as family to his place in Nairobi, and he broke the news that Rukia was unwell. So for the last 3 years, Ken has gone through a lot. Those of you who know how Ken behaves, you can attest that the last 3 years have been quite difficult for him. And like Abdallah said, Ken has tried his level best to save the life of his wife. But the nature of life is that God gives it and takes it away. So Ken, on behalf of our sisters and ourselves, our families, we tell you, Pole, Monye, Zizi, this is the nature of the world. Now, Rukia for us, our in-laws from Tanzania, Rukia was a strong pillar for us. All these guys have come here to mourn with us and to say Pole to Ken. If Rukia were bad, Ken will not have the kind of heart he has to help all those people that you saw here. If Rukia was mean, she would not have allowed Ken to go out and help this community. So in a special way, we have lost a pillar, a strong pillar behind Rukia, who was our pillar in this family. And one mzee came in and said that beyond every successive man, beyond every successive man, yes, that is who Rukia was. Now, I thought I should just say two things before I leave the stage. I know the MC is going to be mad at me. 2 weeks ago, I think Ken started preparing me, about a month ago, started preparing me that things are not looking good. I have told you, but keep it private. But mention it to a few friends. So the first person I went to was our CS. I told him that I've received this news from Ken, and he told me to tell a few friends. I couldn't think of any friend closer to Ken other than you. So I went to him, I broke the news. And then I told the CS, His Excellency, Ken says, keep it private. That is where my problem started. How do I keep it private? How do I keep it private? Thank you. So he told me to keep it private. And then I went ahead, I told 3 other friends that, you know, Ken is away, but things are not looking good. I've been told it became a problem. I consulted close friends where it was no longer private. He was telling me to keep it private, but he was sending messages to some of his legal fraternity here. They were also telling their colleagues. So the news spread like wildfire. But 2 things I want to say in recognition of what has happened. I was honored by Ken to be the person to receive Rukia at the airport. I didn't know how the experience was going to turn out, but it was one of the most lonely, dignified but lonely experience at the airport. Those of you who have gone through this, you go to your loved one. The first thing you receive is a passport. And you know, that is when reality, you come very close to reality. Reality hits you on the face. Then the second thing was now for you to go actually receive the body. From where you receive the passport to where you receive the body is about 15 meters walk. I am a fan of Liverpool, and our motto is, you never walk alone.
But that day, that was the longest 15 minutes that I've had to walk alone. Sister Jonuba was here. We were together. She narrated the experience at the airport. In fact, we rode it together in my car. So at the airport, the emotions, people have become very emotional outside. Why is Obuya taking too long? We need to get the body, what's going on? I realized the emotions were too high. Then I decided that what I do, I just handle this thing. I just get Rukia into the vehicle, and then we proceed to their home. It was a very painful experience. My sister-in-law was a confidant, a friend of mine. Rukia loved her privacy. But perhaps I could brag that I'm the only one who could joke with her. Even those days when I used to take uji, she will find me taking, you know the uji I'm talking about? You know the famous uji, the one that Uhuru takes. Yeah, when I used to take that a while back, nilikuja nikaokoka kama wapasta wengine hapo. She will find me taking that and I will joke with her, Kamati. We used to call each other Kamati. Kamati, do you mind a sip? And she will tell me, no, where you like playing with me. She assured me that one day she will test. Of course, I knew she was not going to test given her religion. So for us as a family, we have really lost a strong pillar. So we thank you very much for coming. Pray for Ken and his family. Nande mo wanja Ken na goto konya na intwe. Enkore liya Rukia gendere buya kabisa. Akonya abana bonsi ibye kenyoroga. Oigore ke itabna ko igora. Ninche enkora asieka lakini yekara antebiki goren ko igora. Taripo. Tiga tomo sabere tumeiga sama savo. Nyasaye akonya abana baye. Nera mokonye. Nande Kenya gendere to konya gabne kenyoro. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Bagaka, for that wonderful speech. Asanteni kabisa na pole kwa kumpoteza rafiki yako ndani kabisa. Kwa heshima na taadhima, naelewa fika kwamba Dr. Mika Unyego has a message from the CS, Julius Migo Sogamba, and the Solicitor General, the Honorable Shadrach John Mose. But before you come, we'll eventually get there. At this point in time, ladies and gentlemen, allow me to call upon the Honorable Ken Ogeto to also get to introduce his family as we get to the tail end of the program and perhaps get to bring a few of his friends who have just come to condole with him. Sir, please, it's your time. Yes, just come up. You're most welcome, sir. Waminto Mwensi, God is good and all the time. Thank you very much. A lot has been said about my wife Rukia, and I want to confirm from very close range that everything that has been said about her is true. You know, when people pass on, and when we have this kind of a function, we tend to exaggerate. Even people who are not entirely good, we tend to exaggerate and say they were perfect. But I want to confirm to you that everything that has been said about Rukia, my dear wife, the mother of my two sons, is accurate, 100%. And when I lost Rukia, it reminded me of a very common biblical verse
It goes, he who finds a wife finds a good thing. I don't know why it's not the other way around. He who finds a husband finds a good thing. But I think that is a story for another day. I think our men and women of God will tell us why it is not the other way some other occasion. I want to confirm that my wife was a good thing. But it didn't just happen, it didn't just come. I took a long time to find this good thing. And you know, that is why the Bible says, he who finds. You know, for you to find, you must look. These words are not accidental. They are very deliberate. You must look. You must search. And it took me 8 years to find Rukia. I graduated from law school in 1991. I was a mature, energetic young man, and I was ready for holy matrimony. And I moved up and down. Why are you looking at me? Onyonka. Senator Onyonka, why are you looking at me? You know, in Nairobi, you were not in Nairobi, and I said that you and I are generals. And I said the difference is that you are a 5-star general, and I said I'm just a 2-star general, and it was probably misinterpreted. What I meant is that my rank is slightly lower. But I also said something that was not well picked, that whereas we are both generals, you are a front line general, competent. Me, I don't go to the front line. I stay in the barracks and deal with logistics. So I graduated 1991, and I spent 8 years finding, searching. Then one day, and I remember, it was a Wednesday, somewhere. I don't want to say where it was because my in-laws are here. I don't want them to hear. I will tell you when they go to Tanzania. One day, it was a Wednesday. Actually, it was not afternoon, it was evening. I met Rukia. I won't tell you where I met her. And I knew I had finally found my good thing. And I never looked back. I know my boys are going to ask me questions when we go home. They're going to ask me, where is this you met, Mom? And what is this that captivated you? I will tell you. Of course, you will have to give me something small. So
got married 1999, and we've been married for 27 years. Uninterrupted. No incident. That confirms that I really found my thing, my good thing. And many things have been said about Rukia. And I said some of them in Nairobi. I spoke about the good food, excellent food that she used to cook. Spoke about the order that she instilled in me. I spoke about the tidiness and smartness. I never used to be smart, Mheshimiwa Onyonka. Rukia taught me to be smart. I still have a few challenges, but it's not too bad. And when we went home, one of my sons took issue with my speech in Nairobi and said there's something I didn't say. The fact that a mother gave me the opportunity to succeed. He said, you spoke about all these other things, these mundane things of food, you know, smartness, but Dad, there's something you didn't talk about. And this is the fact that our mother enabled you to succeed. Because most of the time you're out there, and it's true, most of the time I was out there. If I was not in Arusha, the tribunal for Rwanda, because, you know, when I married her, I brought her back home because I could not leave her in Tanzania. I had to bring her back home to be sure that she's safe. So I brought her back home. And so now I went back to Tanzania, but she knew I was safe there because her people were there to ensure that I was safe. And so I would be in Arusha. At some point, I would be in Sierra Leone. There's a time I went to work in Sierra Leone. Later, International Criminal Court. And because I was traveling all the time, my wife decided not to get engaged in any formal employment. She decided to take care of our children and to take care of our home. And so when my son reminded me this, I totally agreed. And I said, guilty as charged. And so I want to confirm today that the little success that I've had in my professional career can be attributed directly to my wife, Rukia, because she gave me the chance to thrive. She gave me the chance to succeed. And I thank her, and I will thank her eternally. The other thing I want to say is that Rukia was very, very humble, down to earth. As you've heard, she came from royalty. Very, very intelligent. She was very humble and very respectful. She was not nagging. You know, us men don't like women who nag. She was not nagging at all, and for that reason, we had a very peaceful home. So many things have been said about my wife, and I have said I want to confirm all that has been said. I can spend several hours telling you about my wife, but because of time, allow me to defer that to another day.
For now, let me take this opportunity to acknowledge all of you who have come here today to mourn with us. I have received messages, hundreds, in fact thousands of messages from well-wishers, from people, some of them I didn't know. And I'm really, really touched. This has made our situation better. It has alleviated our pain. And I want to thank you also for coming here today in large numbers. I know you've traveled from different parts of the country. I want to thank my in-laws, for the closeness that you have shown, for the comfort that you've given us, for the prayers that you've said for us. I want in particular to thank Dr. Matiang'i for standing with us in this long journey. When we went to the US in 2023 and Rukia fell ill, I think one of the first persons that I mentioned to was Dr. Matiang'i. And I kept briefing him all along. And he kept encouraging me, comforting me, sending me messages. And Dr. Matiang'i, I just want to thank you wholeheartedly for being a very, very close friend. Most people don't know how far I have come with Dr. Matiang'i. People think we met in government. We did not meet in government. We've known each other for close to 40 years. As a matter of fact, his father, whom I knew first, was my very good friend. Very, very, very good friend. And we used to meet at the shopping center at Manga. And he loved education. He knew I loved education, and he used to encourage me. And later I met Dr. Matiang'i. He's a lover of literature, English literature. I was a lover of English literature myself. And we became friends, and we kept encouraging each other. And so we've come a long way. And he's a dear friend. He doesn't forsake his friends. I too do not forsake my friends. And we've stood for each other. We met in government years, but that was a culmination of a long, long, long friendship. And thank you very much, Dr. Matiang'i. When I got this news about, when actually I was in the US, not that I got the news, when my wife passed on in the US, of course I told Dr. Bagaka to tell Dr. Matiang'i. And from the time he was told that my wife had passed on, he took it upon himself to start arrangements for the repatriation of the remains of my dear wife from the US. And he organized it at a time when I was completely in shock, shaken, and not knowing what to do. So he organized friends, he chaired meetings throughout that period, as a result of which we smoothly got the remains of my dear wife back to Kenya. And that's why they say a friend in need is a friend indeed. And so if anybody were to complain that I'm friends with Dr. Fred Matiang'i, I think it's because they do not know how far we have come. They also don't understand the importance of friendship.
They will probably say that because either they don't have friends or they don't keep friends. I keep friends myself. And I have no apologies to make about keeping my friend, my dear friend, Dr. Matiang'i. Senator Onyonka, thank you very much for coming. It's given me a lot of comfort. You can even hear my mom is very happy. She knows you, admires you a great deal. Jubilee Secretary General Ole Kenta is also a long-term friend of mine. As a matter of fact, Mr. Ole Kenta came here about, I think around 1993, and we raised funds for a secondary school across called St. Patrick's Kawa. The guy was loaded those days. He had a lot of money. He used to carry money in a bag. I don't know where he took it. So we raised some good money and we built the school, and thank you very much. And we have remained friends all along. That shows you I don't forsake my friends. And Ole Kenta also, I know, is a very genuine friend. Thank you very much, my Member of Parliament, Patrick. You came to Nairobi. You mourned with us, and you've been with us throughout. We thank you, and we wish you all the best. As I told you in Nairobi, I think you're okay. Are you okay? Cliff Ngoko. I don't know why they call you Ngoko. I don't know why you like it. But thank you very much. Thank you very much, my friend, for coming. I don't take it for granted. Kibagendi, thank you very, very much for coming. Mheshimiwa Ben, my very good friend. Ben is a very special person to me also because, you know, when I was appointed Solicitor General, and I was to go through a vetting process in Parliament, and there were people there who were trying to play around, trying to raise funny issues, unfounded. That young man there, the short man, I said, I don't know whether you are short or young. That young man there fought tooth and nail to ensure that, I was vetted successfully. And in fact, when the motion was tabled before the House, he said very loudly that there is no need of any debate here. Let's put the vote. That's what he said. And the vote was put, and I was approved. I don't know whether I forgot any elected member who is here, because it's not in my nature to forget my friends, because all elected members are my friends. I will come to you, Mheshimiwa, because I have something to say about you also. But let me just acknowledge also the ladies who spoke here, led by Nuru. You've heard her. I just want to thank her wholeheartedly for what she did. I said it in Nairobi. It has been said here. I don't want to repeat. The nurse, thank you very much for the good work you did. Uncle Ismail, who is not here, thank you very, very much. Ashatasha, thank you very much for the work you did to take care of my wife. My sisters in the United States of America, Frida, Alfo, Josephine, and Dina, thank you very much
for staying very close to my wife when she was going through this very, very difficult period. And I fully understand they could not be here, but they are with us. My in-laws, Kefa, thank you very much. You traveled with me, and you've been with me. You've been comforting me, comforting my boys. Thank you so much. My other in-laws in the US, Shem and Boniface, thank you very much. All my other in-laws who are here, thank you. Thank you a great deal. And in a very special way, allow me to recognize Rogers Muturi. I don't know whether Rogers is here. Rogers, and I want to recognize him because Rogers came all the way to the US to come and see my wife. I was really touched, and I shed tears on that day when he came to hospital to see my wife. And thank you very much, Rogers, for that act of sympathy and empathy. Other than that, Rogers gave us the vehicle that transported my in-laws from Nairobi, and we are very grateful for that. Former PS Susan Mochache, I also want to acknowledge her. She has been with us throughout. Solicitor General Mose, my very good friend Mohamed Nyaoga, they've stood with us. Chairman John Simpa, he was here in the morning. I want to thank him so much. My former colleague in government, former PS Defense, Ambassador Kaberia, I saw he was here. Thank you very much, my brother, for coming. Closer home, Principal Eronge, I don't know whether you are here. Thank you very much for the assistance that you've given us. Former Chief Justice Maraga came to see us, and very, very grateful to him for his condolences. Kisii Governor Simbarati, thank you very much. Steve Oboso, I think I saw you here. Thank you very much. Dr. John Matiang'i, Josephine Omanwa, Yabesh Bichanga, Jerusha Mumanyi, Victor Ogeto, thank you very, very much. You were in Nairobi with us and you've come here. I don't take it for granted that you spared time to come and condole with us. My classmates of 1989, I was in the 1989 class, the University of Nairobi Law class of 1989. They've stood with us throughout, emotionally and materially, and I want to thank them most wholeheartedly. In fact, they sent a representative. They sent representatives, actually, not one. They sent Madam Kawiria Mbogori. I don't know whether Kawiria, you are there. I can see they are all seated together. Ken Omanga, Alice Ondieki, they traveled all the way from Nairobi. Gashon wears another hat. He was a classmate. Yes, good. Thank you very, very much. I would have asked you to speak, but we are squeezed for time. But please convey my heartfelt gratitude to our class, our dear class. And then we have the Kisii lawyers. I can see they are led here by the indefatigable Dunstan Omari. Is here, the one and only. And Becky. Becky, this is a gracious lady, is a lawyer. She coordinates us as Kisii lawyers when we have this kind of issues. She's the one who coordinates us. Very good mobilizer, very empathetic. Thank you very much, Becky. And convey my gratitude also to that very good group of ours, who are lawyers from the larger Kisii.
We also had a lot of comfort from our members of the judiciary, magistrates, high court judges, judges from the Court of Appeal, Supreme Court, and I saw Justice Onyego here representing the judiciary. Justice Onyego is there. Thank you very much, Justice Onyego, for coming. We are very grateful, and please also convey our gratitude as a family to the members of the bench who have stood with us. Asante sana. Members of the Tanzania community, I think Nuru, you mentioned that, but it would be amiss for me if I don't also convey my gratitude to them. This is the group that put itself together and ensured that we repatriated the remains of my dear wife without a hitch. So I'm very, very grateful to them. Members of the Kenya community in Dallas and others in other parts of the US, we are extremely grateful for what you did to lighten the burden that was on our shoulders. Please, in-law, convey our gratitude to them. Mheshimiwa Kemosi. Mheshimiwa Kemosi is here. Mheshimiwa Kemosi has also stood with us very closely, was part of the committee that was arranging this, and we are very grateful for participating in that committee, emotionally comforting us, materially supporting us, and also finding time to be here today. We are extremely grateful. Bwana Nyangeso, we thank you very much for coming. Nashukuru. Let me also thank the committee that was involved in this. The committee was led by Mr. Gasho Motachi. Mr. Gasho Motachi, as some of you may know, is a long-term friend of mine. I've known him also for close to 35 years. Slightly less than I have known CS Matiang'i. And we have remained friends all that time. And we are partners in the law firm that we run in Nairobi. We were together in Arusha. We were together at the ICC. And now my brother has married the niece, so the relationship is even stronger now. So he was chairing the committee that was working on this, and on behalf of the family and on behalf of my sons, I want to thank you, Gasham, for the good work that you did to ensure that you comforted us. I just want to ask for forgiveness if I have not mentioned you. It's not because you are not important. It's because we don't have time. But it's also because I am a little confused, so I may not be as coherent as I'm normally am. So forgive me. Mheshimiwa Chanua, asante sana. Hiyo rungu ni ya nini? Okay. Yes. And the local committee, we had a local committee here. And I was almost forgetting, and thank you for reminding. Mr. Maganda, you know, I forgot because you are in both committees. You are in Nairobi, and I thought because I've thanked Otachi on your behalf, it will reach, but you are also chairing the committee here, and I want to thank you. This man is very quiet, but if you want things organized, he's a very serious guy. Quiet, but very serious. Very serious organizer, Mheshimiwa Onyonka. And these days he's not in the bank. So he can consult. Consult for you and consult for those of you who want elective seats. Who you. Anam Chezo. So thank you very much. Let me now take this opportunity to introduce my sons.
And that will be my last task here. And my very sincere apologies for taking more time than I anticipated. Please come over, my dear sons. You've had a lot of mention of Abdallah or Monyi. This is Abdallah. Monyi is a short form of Monyenye. Monyenye is his Kisi traditional name. Monyenye was my uncle, and he was your constituent from Nyansaga. Yes, you knew him. So that is the man from whom we have taken the name that we gave our son. Now, this is the guy we had gone to the US for his graduation when the mom fell ill. And he graduated from the Embry-Rideau Aeronautical University. As a matter of fact, he was studying with another friend of mine that I was almost forgetting, Mr. Peter Ngodo, who is here. He was studying with a daughter, and that's how I met Peter Ngodo. The daughter is a pilot. The daughter of that man is a pilot, and they were classmates and friends with Abdallah. So Abdallah graduated with a degree in aviation. It was aviation business administration. Aviation business administration. So currently, as he looks for a job in the aviation industry, he is working with Safaricom. What do you do at Safaricom? So I work under retail operations. So the Safaricom shops, we oversee the operations. Yes. Thank you very much. This hefty gentleman is Aziz Orwongo. Bantu bali bamintu babo samaromole ga igerieteri muri manyeti. Oyo ne Orwongo. Orwongo was my grandfather. So we named him after my grandfather. But it was really not after my grandfather. Actually, he was given the name before my grandfather passed on. Went to see him in hospital and they said, when you get your son, you call him my name. I asked him, how can I do that, Grandpa? And you are alive. He said, I am ordering you. Go and call him my name. So we named him after Orwongo, even before Orwongo died. So this is the man. Orwongo works in Dubai. Tell them what you do, Orwongo. So yeah, thank you everyone for coming. I'm in work in Dubai doing account management for an IT company. Been doing that for 2 years. He's a graduate of the University College London. Good man. So I want to ask, by the way, this is the firstborn. This one. I knew you would be wondering. This is the firstborn. Yeah. Okay. Thank you everyone for coming. The support we've received has been incredible. It's helped us get through this very difficult moment. But I just want to say a special thanks to my dad. You took care of Mom to the best of your ability, and we are eternally grateful for that. We had some extremely difficult moments in the US. At some point, I really didn't think we would get through it, but through God's help and God facilitating my dad, we were able to get through it. Yeah. And then to Auntie Nuru, Asha Tasha, and the nurse,
You took care of our mom even better than me or my brother could have done. So we're so grateful. And I remember I spoke to you like a week ago, and I told you only God can reward you. So thank you so much. Yeah, thank you so much. And lastly, last but not least, Auntie Amina, thank you. We appreciate, and we're together in this. Yeah. So, and for everyone else who's here, we appreciate. Thank you so much for standing with us. Yes. So thank you very much. I think I will conclude. Amina, I know you are very emotional. Let me also thank you very, very much. I think if there's anyone who has seen the pain that Rukia went through, it's Amina, because she was with her at her bedside at the time when she was critically ill, in a lot of pain. And Amina, as Monya said, God will pay you for the care that you gave your sister and my wife and the mother of my 2 sons. Thank you very much. Let me not forget my sister Mary, my brother Kireki, and all my siblings for the comfort that you've given us and for staying very, very close to us. Our uncles from Osamaro, our uncles from Bogirango, we want to thank you very, very much. And Mr. Onyego, asante na wewe. Thank you very much. Thank you, sir. Na pole sana kwa kumpoteza mpenzi wako. At this point in time, we are coming to the tail end of the program. Because I work for the county government and my seniors are here, Waziri Oboso and Waziri CPA Milongaga naomba tusimame tafadhali. Mali tupo. That is our CC for Finance, Wakili Ken Oboso, and that is our CC for Education, CPA Milongaga. Thank you very much. Obiri, on behalf of teachers, please stand wherever you are, please. Just wave to the public. That's our unionist. Thank you very much. All aspiring MCAs who are here, simameni mahali tupo. Aspiring MCAs, wherever you are, you don't come here. Aspiring MCAs, Jane Mukaya, asante. Thank you very much. Kefa Nyakundi, thank you. Madam, asante. Tumeshukuru kabisa. Mheshimiwa Osero, naomba kwa heshima uchukue usukani kutoka hapa sasa, kwa sababu kiongozi wetu yuataka kuondoka. Thank you very, very much. Yangu itakuwa ni dakika 5 tu. Mwanjire ntoroseti gaki. Ntoroseti. So hakuna maneno mingi tunakuja kuongea hapa. Hii ni kipindi kigumu. Let me also recognize our pastors ambao walikuwa hapa. Pastors fanyeni namna hiyo. Hapa pastor wetu Nongora. Father Mandere naye ni pastor wetu. Yeah. Ken, wale mmetoka Tanzania. Hapa Kenya tulikuwa na kitu inaitwa post election violence. Hapa tumekaa hapa ndio ilikuwa the epicenter of post election violence. Manake ule mlima, that is another county. Ile ni Bomet County, hapa ni Nyamira County. Na wenzetu tulipigana sana hapa hii kiwanja pale tumekaa. And if it was not for Ken na huyu mama Teresa, Mama Teresa, wakapatiana hii uwanja free, tukajenga hiyo kanisa, tukajenga hii shule. A half of the children wako kwa hii shule ni Kalenjin Kipsigis kutoka pande ile. Na nusu ni kutoka hapa. That is how peace prevailed here. That is the truth. Manake tulikuwa tunafikiria solution ni kupigana tu. Ni kupigana. Kumbe there are other solutions. Intercommunal dialogue. Intercommunal integration. Hao mmeona hapa wameline hapa. Courtesy of Fred Matiang'i and Ken Ogeto. I can assure you a half of them come from there. Ngambo ile.
And half of them come from here. That is why we have peace prevailing here. So Ken and your family, thank you so much for donating this piece of land. Mimi kama mjumbe wa hapa, mimi kama mwanasiasa, ng'ombe hapa ni zamani sana ziibiwe. Ng'ombe sasa zinaibiwa pande ile. Hii police station tulijenga hapa wakati ya vita. Hii police station iko hapa. Ukienda pale wale askari sahi wanachoma mahindi tu. Because peace has prevailed. So asanteni sana. We wish to thank you very. Yeah. Now, wale ambao our sixth is traveling. Nataka niwaombe radhi kabisa tafadhali. Wale ambao you are aspirants for political office as MPs. Simama tu. Simama tu. Members of Parliament. Wave kabisa. Asanyu yuko hapo, Cliff Gisero, Rogers Muturi, Mama Nyarera, all of you, asanteni kwa kukuja. Okay? Wale ambao they are aspirants for senator. 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 It looks like Momoime has no challenge. Hauna mtu? Asante sana. Nani? Oh. Huyu anaitwa Adams Machenwa. Anavai for senator Nyamira. Mumroyo. Mwagiri Chinkobi. Wale ambao mnasimama Migosi Gayari. Jeremia Migosi huyu mtetezi ya wakulima, mambo ya chai, especially mambo ya tea bonus. Nero irita ba director bange kotini ya director ba KTDA wa ibiri chibes cheito. Wale ambao mnasimama governor aspirants moja tu, Ogeto, rafiki ya Ken sana. Walter Chanua anaomba hiyo kiti ya governor. Ben Orori Momanyi, the short man, alikuwa short lakini sasa amekuwa short and round, sijui. Asanteni sana. Because the sixth is leaving for a safari, wacha niwachie hapo. Tinkorite kipindi kibia. Tinkorite. Obe. Women rep MCA sitting tu ata nga Kiganda na Rumu Samaru na Rumu Joko Kwanda. Kiganda ngayari. Okay, utakuja kwa. Women rep aspirants. Women rep aspirants, Alice Chai. Okay? She was the former, anaomba. Janet Kumaenda. Anaomba kiti hiyo, na I think she's the coordinator of something, Jubilee Nyamira, chairman Jubilee Nyamira. Wajumbe wenzangu, kujeni. Sitting members of parliament, niwapatie dakika moja. MCA zigonta kitiba ache, Kiganda ache kuba kwani mnumu Samaru, usibona. Yes, because our Burabu MCA, the current MCA yuko hapa. Oh, Mugusu. Bono Mugusu na Kiganda. Okay. Oyo wako Rukwa, Clive Isairo, aka Engoko. Mamaro mnare chinde ruiga. Enere Engoko. Kwani abantu. God is good, and all the time. I will just be very brief. To Allah we belong, and to Him we shall go. The key word is shall. Yaani lazima sisi wote tutaondoka. Our Solicitor General Emeritus and your sons, Aziz and Monye, poleni sana. It's been a tough moment, but having put God first, I'm sure we are here today to celebrate our mom, Rukia. Poleni sana. Your Excellency, thank you for standing with your long-term friend. At least I've picked something from the few words he said, how you developed your friendship and how it has really been the pillar
and your ability not to forsake your friends. Kibagendi, I've picked something, how their friendship, even they were enjoying the same literature. Kindly, let's also create a story. We'll tell people years down the line. Ndio tusiseme kwamba sisi tulipatana tukisema one time. Yes, na sisi tuseme tulipitia shule na tumefika hapa, lakini tutaendelea kusema one time. Lastly, if I was young, I could have drawn a lot of family lessons from you. Shida nimezeeka kidogo. I look more, I'm picking from Onyonka. But Onyonka, we also learned very good lessons from you. I think every day is a learning lesson. Poleni sana kwa familia, and as all, let us support our presidential candidate. Muna togoska gochukul mutua, omorai Tom Fred Matiang'i, na ande nere togotin na nere, bako mwelio. Abana bariba minto, moko nyago kama, tafadhali manyanga bono ne eri moko kama, minto mbigo toka bwana. Asanteni sana na pole. Mwagiri chinkubi kabisa. Igenda bate bigabwata bangina banne. Anthony Kibagendi mumaiti. Anthony Kibagendi mumaiti gakina inche wongoruku Patrick Kibagendi Osero. Mumaiti bo. Noyo gakoruku Anthony Kibagendi. Kwa hivyo pale bunge Kibagendi maringa bari muruche. Babere. Wone kerota itoko Kibagendi naro muya munenche Kibagendi naro mubi munowe bona. Again, Mugwe Tangula Gagotevanga, you are out of order. Get out of the house. Honorable Kibagendi. Oh, you know we won. Mugwe, that was a very good point. Honorable Kibagendi. Oh, he won on inch. Thank you. Thank you. God is good. And all the time. Asante sana. Kwanza, I would like to say pole sana to this distinguished gentleman, Ken Ogeto. Pole sana, you and your sons and the entire family and the friends and family that have come all the way from Tanzania and the US. Tunasema poleni sana. Mimi nimemjua Ken Ogeto kwa muda mfupi, and in the short time that I've known him, he's an extremely generous gentleman who supported me in my political journey. And I truly appreciate you for that, and will continue to appreciate you for ensuring I got elected through the support you gave me. Jambo la pili, niwaambie watu wetu wa hapa nyumbani, sisi wote tunaungana kumsupport ndugu yetu, kiongozi wetu Fred Okengo Matiang'i, ambaye ndiye the next president wa the Republic of Kenya. Nilifurahi kuona one of our relatives ametoka kule Texas, kutoka Tanzania, kwamba anajua hapa Kenya sisi ni one. Najua hiyo siwezi kuzungumza zaidi sababu ndugu yetu Ken Ogeto bado ako kule kwenye serikali, lakini najua we ni advisor wa rais. Mwambie mambo ni mwecheche hapa kwa ground. So tunashukuru sana kwa kuja nyinyi wote, tuendelee kutembea pamoja, na ningependa kutoa warning kali kabisa kwa wale vijana ambao wanatumika kumdhulumu na kumdharau kiongozi wetu Fred Okengo Matiang'i. Abana balia kurubosongo mogotomwa no mugavana olio bosongo igotoko bae warning yenene naende toko baligia pakemechi ya ino ntori gochikobatiga mogende kurwania abantu bago support Fred Okengo Matiang'i. Simbarati na igwete igoro gukonana gerie gesongo kerena goteti na to kunyara gukwana two sentences chege songo igotoko gotebia nonye naye tutakuandama kabisa mpaka utige obonyiro bokorenta gusi. Abantu baminto tari boigo biyamono naende Nyasaba sesenie, wale mnasafiri msafiri salama. Mimi ni mjumbe wa Kisii Town kule Kisii. Hapa ni Nyamira, mtembee kule Kisii Town muweze kuona huko kuna roundabout. Hapa Nyamira hawajakuwa na roundabout. Asante sana.
Asante Kibagandi. Bas, twaisiri gukura. Gakina nene tubwate birengere ribinde teteka Friday Okengo Matiang'i. Si tutajenga nyumba yetu ya Mukisi. Tokonyekora tokobeka mabati ngotokobeka ime. Ingotokobeka ime. Gakiteba to ngotokobeka ime. Njina abuga no sero mabate baminti. Oh. Bas, na Fred tumemwambia hivi. Atoke hapa. Aende atafute kura wapi? Si ndio? Na mimi hapa nitaweka ile ya Gachagua mitego nikimuona hapa. Moitalel Olekenta. Umusani ito nere bare na Fred Jubilee amekuja na yeye ni rafiki ya Ken sana. Olekenta alikuwa mjumbe, ndiye alichukua nafasi ya Antimama. Mwenye tumbo wako ndio karibuni Antimama. Yeye ndiye alichukua nafasi yake na ni rafiki yetu. Asante sana. Tusalimiane, hamjambo. Langu la kwanza ni kuambia ndugu yangu pole kwa haya, lakini ni Mungu ndiye amefanya, na tunaweka wewe na familia yako kwa maombi. Familia ya Tanzania, familia ya Kenya, hapa wote tuko na nyinyi kwa maombi. Ndugu yangu, najua kweli ulipata mke mzuri. Na ulikuwa unauliza pesa yangu imeenda wapi yote. Hebu lisa vijana hao MPs kama bado wako na pesa. Wananchi ndio wanafanya nini? Tunatumikia. Kwa hivyo hata mkiona wabunge wenu msisumbue hawa hawana pesa. Na ndio tunasema msisumbue pia candidate wetu wa president. Si nilisikia wengine wakisema hata msumbue sababu hana pesa. Sasa ile tunataka ni mpe kura yote. Kenya ni nchi moja. Na nataka kuambia huyo Ogeto ametumikia nchi. Tulikuwa kwa naye University of Nairobi. In fact, I was in the class of 1990. We started together. Mimi nikaenda kidogo nikaingia siasa. Yeye akaendelea na sheria. Sote tunajenga nchi kwa njia yetu. Na hiyo ndio muhimu. For these children, I want to tell you something. I lost my mother many years ago. There are times I cry. Your mother, you'll never forget that woman. Ever. But because of her, carry on her legacy. So that your children, because you'll have children one day, you'll be like her. What she taught you, teach your children. Because I realized she was just an angel. And I'm praying for her soul to be at peace wherever she is. Sisi wa Kenya, na mimi kama Secretary General wa Jubilee, sisi tumesema president wetu ni Matiang'i. Na tumeenda Kenya mzima. Na huyu ndio anatakikana. Mimi nimetoka Umasaini na Wamasai wamesema ni yes. Nafikiria mliona vile alilakiwa huko. Kama sisi tunasema ni Matiang'i, na je nyinyi jamii yake? Huyu ndio atakuwa rais. Na hata marafiki wetu wa Tanzania mashemeji, huyu ndio tunataka, sababu hata tufanyia vile viongozi wale wenu waliwafanyia Tanzania. Tunamwombea. And let me tell you something, and that's the last I'll say. Kuna mama Mtanzania amesema one time. Pole ndugu yangu, lakini wacha niwaulize wananchi. Sababu sisi Narok, sisi Jubilee tumesema ni one time. Na nyinyi mnasema nini? Mnasema nini? Pole kwa hiyo tu, sababu nilikuwa tunataka dunia ijue Kenya inasema nini. Kwa hivyo asanteni sana, nataka tu kuwaombea vijana wangu mfanye kazi kwa bidii. Naona baba yenu na mama yenu wamefanya kazi nzuri ya kuwasomesha. Maana ya hiyo masomo ni mje msaidie nchi hii. Sababu nyinyi ni wa Kenya na it's your time now. Just work hard like your father did, like your mother did, because we want you tomorrow. So that when our president takes over, he'll have young people like you to take over. And that's why we are saying the young people are not leaders of tomorrow. They're the leaders of today, not tomorrow. So ningetaka tu kusema asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mwagre Chinkobi Moitalel Olekenta. Sasa tukimalizia ntoko renta omosene toito kisi ina kia korokwa. Teba buya.
Richard Momoima Dario Montomia Dario kukwane wakene Omuyare sana ti motogi mono maitenda motogi au jure virenge riache burabu amnyoki antitiritinta ketibon. My brother Ken, I have no words to express what you're going through. Father Parokia Mandera, who is my friend, and the pastors who have been here praying, you will allow me to say something very small in Swahili, then I finish. Kwa wale mashemeji ambao wametoka Tanzania, babangu alikuwa na bibi wawili, wake wawili, shukran. Alikuwa na wake wawili. Mamangu, Mama Teresia, ndio juzi aliaga dunia, lakini mama yule ambaye amebakia anaitwa Mama Beatrice Mugambwa, atoka kule Moshi, Machame, Tanzania. Kwa hivyo hapa tuna watu wenu wako hapa, na tafadhali muendelee kuja, kwa sababu tungependa uhusiano ule ambao Mheshimiwa Ogeto alianzisha tuendelee. Kama mimi na wasichana kama 16, tafadhali nitumie vijana wapeleke Tanzania, watoto wangu ni wengi. Kwa hivyo tena nitakuja, tukifika Nairobi nitakuja kuwaona, kwa sababu wengi wenu mliniambia mnajua madada zangu. Karibu kaka. Jambo la pili ningependa kusema kwa familia hii, for the children of your father, it's difficult, but you have to understand that you have a very high standard to follow. Your mother was exceptional, your father is exceptional, so you have to keep your standards up there. I brought condolences from my father's family. Dr. Zachary, you may not know him, but your dad knows about him. And I want to say, omwaka pole gaki. Esago sisinie, ole ndevi manuevi, na andere ronkwange taito ingia. I'm a 5-star general, you are a 2-star general. Mangana itinkoreti, tigankwa na mangana Matiang'i. Tuarosire konya watevi wunga nto isaini. Tuarosire konya koramunga nto buati namba. Bono iga egente ikine itu abaisi na kitokolikia na ane ntoliko getiga aye mumuroyo ntoliko getiga yaringi keroro gatentu achieta alia bagate batogenda rogoro gosotokerigeri mate gosabono kinande batagete alia keromo korora tore na babo sifuna noyo tutumete na inu takonya kuyamase ke takonya kuyamase ekeromo korango tara na Kalonzo inukira eriye yenero tubugoletie olenda abantu tata obasesenie obagate obasabere na baro bagosabere bwesike egente kinaye keligeretie president ya nencho kwanda abantu balega tiganda baboliga egente kina kikere egente kina kikere Chei mambo asango nyabuyoma Mheshimiwa Matiang'i abantu baminto abantu baminto mbuyamole naende itangani tikatotegerera na kego abantu baminto na ndugu zangu na dada zangu, mashemeji wetu wale mmekuja kutoka Tanzania, tunawakaribisha, karibu sana. Lakini mtaniwia radhi tu niongee kinyumbani kidogo alafu nimalizie na hayo mengine. Omano minto Ken, I know lilitua kwanete karomo ngina rarete. I had a difficult time, and actually when we met, when I came to see you, when you came back, I am usually very brave, but I've really struggled. I have to be honest with you. I have struggled with this death
especially because the emotion about it is very, very deep to me, because as you have said here, and let me say publicly, Ken is one of my best friends. Those of you who come from around here, you know, hata hapa kinyumbani vile tulivyo hapa, you know how close Ken is to me. As he said, we've been together for over 40 years. And I must say that our friendship is not ile mambo ya kawaida hivi kula huku na chai na nini. We have a very, very deep friendship. Ken and I have gone through tough times together. We've gone through good times together. When I was in government, I served in a very sensitive responsibility, especially wale wa Kenya mko hapa. If you know, after Executive Order number 1 of 2019, when I became the de facto Prime Minister, and the responsibilities of government and, you know, decisions working to support the president then with the difficulties we had, I relied very, very heavily on a few friends of mine. Those who were in government who are here, like P.S. Kaberia, know how difficult it was in certain circumstances. But in most cases, unajua kuna wakati mgumu wa kuchukua hatua na decisions kali. I always relied on Ken. And let me tell you, my sons, Ken's children, this is a very emotional part of my speech. Your father is a very sincere person. There are very few people I have known in my life who are that sincere, especially when you are in public office. Wengine ni sarakazi, wanakudanganya hapa, wanakudanganya huko. And then, let me tell you today, there are times to serikali, decision chiko were made at the highest possible level. Abantu bakukwane munu mwao rumu ibali baberuka. Ken na inche. Mweziko reflect abantu babu the role singa kiyo. Protoko na decision zinkong. Kakiende ke break iliye sigara. Kera nje Ken intoli kunyi sigara. Bono tubaliba kerba jiri kunyi sigara bata kunyi sigara aliye kona. Ken anda tuagende kona ali. Tuaji kuwora ninga ahenga kiuroji. Support tolegente kozeto kukana. And I have treasured this very deeply in my heart. Ken, your father is a very sincere person. He will tell you, this thing will put you in trouble, don't try. There was one particular decision which would have caused even me serious problems to this day. And how you tell that someone is genuine and loves you. Ken actually stopped in Dubai. He was going to the US. He stopped in Dubai and he said, I've rescheduled my flight so that I can take you through that file you gave me in the morning and show you why you should not go the way you are being advised to go. And then it took time and what have you. We have laughed for a long time about that decision. The foolishness I would have suffered if I went the way I was being told to go at that time. So Ken is not just a friend, he's much closer than a brother. That's why there's nothing I could do today other than come here. I even told my colleagues in the opposition at Kinagashawa who are going to Western, I told them there's nowhere else I can be on this Friday except sit next to Ken as he goes through this ceremony, seeing his wife through. And many things, those of you are here, many things. We could sit together with Ken. Na mangana say to development, we would sit together with Ken, na PS Susan Mochache, na Senator Okongo Mogeni, na Ben Yoyo. Then later on, Patrick Osera to join Akaomo Chumbe. We used to consult all the time. That's why you trust me.
There has never been a time no nekaro to halenge in leadership to alaka tabango bwe kiombegete yo asegete ntoko karansa komo ben yo karansta. We work together all the time. Nabantu bali mu bwate responsibility mo la serikali. Usimo bwate responsibility ende ons. Egesa Ogeto na mbe yemo. Kende kemanya kubwati. Kara gamba mangana seino. Kiara kiro muntu akalengera lia sobo. Tako gaenda moko ekuchibeza chinzini ini mwamanya kuchaka kosoa makora abantu bamino kurwania abantu bamino kuita abantu bamino and so on and so forth. Obuno bolidi. It doesn't work like that. That is it. You see, when all is said and done, but bako batoma bako bachibeza. Obategete watana nabantu baitu. Omweliyo abakaka abate naga council of elders babo samaru. Ken, we were together with you. Karatoka ni omwako lia hatarikigoro omwako lio ngobuyo nde no ngenyo gosira live. Atwalenga tindere sobo senator. Karatoka ni mumuru mwa senator usirete. Abakaka bakatorangeri kunyomba. You remember that day. They pulled you, myself, George Kegoro. I don't know who else was there. Bakainisi to Mungaka Ngenyo, the late Yosiri, no Mungaka Kegoro. Bakainisi, I was in a hurry, like I wanted to go like today. Mungaka Kegoro said, I will not leave until they talk to us. I also listened. So, Bakatoira Nyomba, if you remember, Bakatusi Karo no Kongo again. Mungaka Ngenyo, Uradi, na Kegoro. Kegoro Akatotianera, that day. Twins dole amo. Akatotianera, Akatabing, Mopasa Watana Nekana, under any circumstances. Mopi una molegamo. Na bali bando nyomota tukuchika tukebi ndebitu atatu na baka inuka chimotika njetingotika. I have to keep close na bantu baminto una baka bali batatebeti. Tokolega asiamo tobanga bantu baitoamo. Tobugaterane and we support each other. Ebirugo na bantu bako takebirugo there is no problem. Lakini we go to our also chisemi. Toko takebirugo bosa yunga parara gonya komnyokaga. Koikotu ale Wasawa nomo venga te abantu baminto. Yeah, we katu tuare chisemi. Una toko gerra abantu baminto. So Ken, ndo uyane I have gone through a very difficult roller coaster, as you know. Throughout the time, no mong oharualite, no mong no minarualite. We have been here several times. Mong no torugeira, no nyine pare. I was telling people katu achagite pare. No mong no mino torugere tega na James Masharia, mo Minister of Transport. Tokaragera na babo kinoti Ken ha engineers tokamnya koenda ko open ye pale. So Patrick, obongaranga liboli ba apga ruto gajimo batebinga ki. Oso no mo venga teo. Ne para tu abangeta to gajoraga to gatore elupu eri akwerende ya Tindereti 6 kilometers zero square yetgati. There is no reason why it should not be done. Now, I'm talking about Tongoli Bogaminiki, Nkwaneki Nkara. Toguru Serakali, we were talking again a while ago. When I came to the Ministry of Interior, settlement between 83 and 93 animals a month. We reduced that to 0. Because I came here, tukatwali mesangana wakaba. Koso nobody Mongoli. Tukatwali meeting na wakaba. Nikaleta basikari ga tukaja na Inspector General, tukatambo kali, I brought nikaleta Special Service Unit. Na nikabatebinga onye motaite osoli. Etokara the Special Service Unit ile tayo tane chipingu. Ama sasio kabakutwara. Okoboli chombe kurunsa, we will sort you out. Na bachifu bonsi ga tokaiwananga. Chombe chiko bwati kuwa mabaratako ya sublocation yao, we sack you. Onye tupuka di chombe icho. Chombo hivo karewe chombe. Last week, obo tukobo mbuka. Chombe 8, chikaibunsa. 8. Nobody monga tewa? Patrick, my brother. Kendo ligerelia bantaba, beserekali to their face. Until the munge gasi yaba sinyire. Na ende bato tigere, gira ntuntuma ito kole gasi yu, to ye kole. What is it? Geko gero moibi pastor laga da kwanaiga. Amangana haya yoko likano na basikali Kenyo yone tu alokalanza komo.
Twaita bernanga abantaba, let us bring them all together so that nyotoji kutangaza no busigari tokolika twalika abana babake na twalika baitokurwa. Nina balimu twalika abana babake na twalika baitokurwa. Nesi parasteto prisons kyango dina lengo twena na marieta tukiriete de bafa abandi mwarora gaiga. So that tucha koleta uhusiano no twamanyeta na pastor baba sigizi na abantu bande. One gazi agenda nje kabiri. We should never ever agree. And let me tell you, I will be very honest with you, my dear friends. There is no leadership when the people you are leading are not comfortable. I was there, as I was telling them, inakula salute, mimi sikuli salute, usinipigie salute, kama hawa wazee hawalali. Kwa sababu nao demo limongo teo. Yeah, kuna kuondoka saa neno ngoli. I mean, abantaba base ito bamenye no malembe, because you see, for me, what matters, what matters to me is the peace, the stability and happiness of these people. Nikiarangwaka na balingo libabale tax na bantu bale buronge, they are here genuinely babe supported. Ekalo chombe chiko ibwa abantu baka baikesi bakora ni chombe nyomba. You should not even step out and tell people you are a leader. Abantu okora abachandege ngenje kabiri. Abantu abeserikali batebi nona badiyo abale ga badisi barangeli. Ebintu by'obusoku. We don't want to have them around here settlement. Abantu bale settlement gaba usina abantu bakoromoke, they work very hard. They do their own things. They don't want a favor from you. They just want to work hard and earn their decent living. But there is no favor we have done. We come here and work together as professionals to support abantu. So, abantu, the reason why tolese campaign kuliyo bogambia bagusiba minto itangani tuekorere gasi ito tubange bintu bito boronge na into tomenye buna abantu bamenye da sincere independent. Taringa tobe buna basomba esto gora hotel likukera litukuruga ige bintu byo bolimo byoka kende geta likokolekana. Umanene bwense ga de chire kwenye to akodere na Ken. We even brought the PS. We were with Ken. We brought that PS housing. We were with Ken, Eno Shonyango, a PS Mochacha. Tokagende jire ligejauli ali. The following 2 weeks, the president came there and said from there that he ntamaliza kwa miezi 7 ijayo na nitajenga masoko mengine 7. Mwanyero lile. And the Wednesday was about ya bandaba, kajimo batebiga, toigo turobo limo. Kusawa nomba bengo tewa. Toigo turobo limo. Let's now organize ourselves na bantu tuende mbele. Tobangeze ito na ndi ni ntoka nitine ntuko bangeze ito. Finally, atuongee mambo hivi tu nini. Jameni, hata wakati tuko na shida, lazima tukumbuke kwamba sisi sote ni wananchi wa nchi hii. Na wale wenzetu wakubwa wa serikali, tukiongea nao, tukiwauliza maswali, tukisema mambo yao, kama ni Finance Bill 2026. Yale tunasema ni mambo kila mtu anaona wazi. Ukiongeza kodi ya income kwa rent from 7.5 to 10%, hiyo inaenda kwa mpangaji, the tenant. The same tenant is paying SHA, is paying housing levy, and so on. Muliko kora bantu wetu, nkibanga ibako chokogenda. Namba 2, ichisukuru echikonya tuwa rosiriga, ese chibeza chia serikali chisaine, tokora tajibeza, tuwaleta free primary education, tuwaleta free day secondary education. Bono mocha kongindeli, first of all, mo reduce chibeza. Secondly, nchigocha. Bona ba principal bali so stressed, mbali kunyala komani chisukuru, abana bono babere mangalioka, babere babasukire, kilo mondo binte bisalegete, esukuru yasingire. Chise menjisi ntia bandawa. Nene ninjo mondo ino, mwano ino kuruga settlement na abanga chise mikenya, ka abanga chibasto, waka chirangiero, toka joke binto boronga. Ki abasinyirinde, moko batewinga ki, unatabatanga maumivu ya kisidi, kasi kishindikana, tafuta Fred Matiang'i, basi, tupange kazi, kusebo nombo bengo teo. That is it, ya asinyire.
noko nakonana lioka mumuruli jo mu minister ndaba minister wali monta chigoja no ne dibya ke boli kwa masia lioka ochaka kuoka ko chigoro igoro akora amabantu ni bono boli ngaki omonta ku boli zweli oneli. You either know or you don't know. Noise is not part of the answer. Abantu baminto abakusibone izinto ikerere tikamba tebiga. Richard, you are right. Kento likotika gitogo tigera mwana korobo kusio gotigera gento njera ngaingo cha gochinji gotige gento abanda bambatige njiko tige gento njera njiko menyai engoli naenda nyewaroje isio mathengora kasi nyebori ngaki onye ko tabango ngomuntu no muntu bosandi sone nkyo kumukwanira rende na nkyo muwabwarete nyakaro muntu ono naende mbono ya chakire Richard mbono tu achaka ni bono boronge nali baza komanyaba gusi muntu ngolibo kimabwabali mbono tu achaka ni I've started cooking polls doing what njengo they look. Let's go and talk to the people of Kenya. Napata kitabarai nali ngemeru igoromo isonde mwaro chimna abantu bangani bakasoka kurumeru kondi bakuboli ngomuntu cyo kuruku Matiang'i yari tomorore abandi tamaito na bangi na bako tubakuboli ngana Matiang'i aina ngo bekere kura bono ntige karwango ndebigo wantu baminto Richard tindi gotiga na ndi kingo tigera engoli togenda bosio ngole rega abantu baminto baburabu baka baminto bacha ko osamaromora na banyamatuta na gusiyonzi nyasaye itonomu ya I am always proud kobo mu gusi na ndeko bakoruga iga senge njobu kanjani bwa abantu baito baka baminto na bali bonse tobuga terne twins tobuga tichikura togenda bosio mamo chande te tokora esabali ne toko enda paka omoelio nyasaye atangane bosibweito atutangane na inde moto sabere ba minta abantu ba minto I have seen mwalimu muguna mwalimu onolengo mo headmaster primary school kana ngi primary naliga una tata ali kontevi wa bantu mara mwenzi ipimo mai tata tokore kene even when you are wrong kwa nige ntuge kyobwene na inde nje soko sabango baboli ko sabaguka ngolia abantu baminto it doesn't matter soko saba usene kanisa nyuma pilio kwenda usene sabato sono mo islamole to sabanya sayenga omonena to elibaga tokolega siyo na inde kero omonena to elibaga tokolega siyo asenjera iralete siko nebako aselirira tata nyasaito ntobasa koleti abantu tanto chako sakole bintu bya abantu bono na abantu abago tugambira basa kwirinze wezire okora okuminga kino nyo kabwate ndingani ngaki ngayokoira wakorire migondo naroko bakorire kirase yani hakuna kazi inaendelea ni kuamuka asubuhi na kuiba hiyo ndio kazi kubwa kwa hawa watu kwa hivyo mimi nawashukuru wale ndugu zetu mashemeji wetu ambao wamekuja kutoka Tanzania tunawashukuru kwa sababu nyinyi ndio muilea Rukia she's a tough act to follow. We can't pretend hatuwezi kuanza kujifanya hapa eti tunaweza kufanya kazi ile Rukia alikuwa anafanya. Tunawaomba tafadhali muombee ndugu yangu huyo Ken na watoto wake, na mahali mtaenda mkirudi nyumbani muambie mmepata marafiki wengi wapya hapa Kenya na tutaendelea kuwa na urafiki mwema. Na wakati wowote na nyinyi mkituhitaji kuendelesha urafiki huo, sisi tuko tayari kuendelesha urafiki huo kwa njia ya kusaidiana na njia ya kutembeleana na njia ya kufanya yale yote Mungu atatuwezesha tufanye. My last request to all of you, quando tuacha igai galero, kamoranje musabiro mwana uyo mintoken omongo uyo sirire mongo mwawono murwairale mumusabire enda abantu bari abange na nabaka bari gaiga. You are responsible people nabange na mura tumobeke sama sabanya samo agate amulende ndu yaneken
Nduna Mwanyawanto, we will do what we can to be just faithful friends. And we walk with you. And I will never, ever in my life thank you enough for who you are. I have very few friends like you. Because the safari ya maisha, especially in public service, half the time you are dealing with transactional friends, the other half you are dealing with the people who are taking advantage of you, the other half you are dealing with this. It's very rare to find people who are genuine, who will stand with you in season and out of season. And Ken is that brother of mine. So, nakuombea mema. And the Lord comforts you, strengthens you, keeps you, looks after your children. Finally, you know, as I mentioned to you, and I think it's good I say this publicly, when we were in Nairobi, I delivered condolences from our retired president, His Excellency Uhuru Kenyatta. Even today, when we were speaking on something else in the morning, I told him tutakuwa hapa. You know, I told you, as he said, seme pole, na pia tutakutana wakati tumerudi Nairobi. Na wale marafiki zako wengine, your fellow senior counsel, Martha Karua and Kalonzo Musyoka, also asked me to say pole to you, and they continue to stand with you during this time. Our elders, our political leaders in Kisii, Mzee Professor Sam Ongeri, who is also your relative, yesterday, because of the commitment which he explained when we were having the burial ceremony, he couldn't make it here. Him and the other group of council of senior leaders from Kisii, Senator Chris Obure, na wale wase wengine, our brother Ezekiel Machogu, who's running to be governor in Kisii. Hawa wazee wote, waliniambia nikifika hapa nikuambie, we stand with you. Our friends from Tanzania, vile mumeona, your sister or daughter married a man who is respected in this community because of his conduct and because of his goodness. Tunawaomba tafadhali, mutuombee tuendelee kuwa namna hiyo. Ken is liked by many people because of who he is and because of what he has done in this community. I hope that Ken, you cope with the absence of your spouse and you will continue to be available to support this society as you go along. All of you, my brothers and sisters who are here, mukienda kwa so many leaders who are here, I didn't have time to acknowledge all of you. Munajua tunapendana sisi wote. And all of you are like my brothers and sisters. Nasema, yesterday I said, mutu kuniuliza nichague huyu badala ya yule mwingine is like someone asking you which one of your children do you like or which one of your brothers do you love. Awamura abonsi ngete na baminto. Inukuana na banta abonsi bikiro muntu ngora abapange. Kero babangire na wacha wante na nchenga ngobata kitenkole gasinere. And I will be ready because someone tell boygo. Lakini in the meantime, mo korrabo benga ki nga ngotarande for example na Senator Kongo Mogeni. E Senator ya Nyamira nga kikoruku. Nga ingo chikuruzi yondere ndentare nere. Omo jumbo borabu na kia koruku. Nga ingo chikuruzi yondere nere. Ose mota ketentare nche bweka. Ngoli mota ketentare na bantu wa minto. Nengo ikoro na introduce na nche Senator ya Kisii. Senator ya Kisii nga kia koruku. Wana ingo chikuruzi monto ose mera waka koruku moro ke Senator ya Kisii tutare nene Onyonka na ara. Mbobengo kwa rako taana bantu wa minto. Abana wa minto, I love them so much. Baba ke saira bate naga, baba ke bagendi. I love walking around with them. Nama mura bantu anjaine, baba beni abantu anjaine, chanua. Ntu anjaine una banta ba moga, ntu anjaine, ntu ono toligi nje to konya bantu wa minto. Swanya, niwete no koliore gento. Igente kereza banta ba ma. Ai kwana na barabu. Woso ono tali boygo. Ai kwana na barabu ngora. Na njingo nyako babeli ngora bambange. Bago mbanga, nae bago kobanga. Na liro to abange kire. Lakini batako bange to nyano monto mwa babangire osenja nuwa babangire. Osino kongo babanga, osenye libo bajiko irania, osenyo bakora ngitinko ma. Boni ni murantebi, lakini iga ninka oso onatali boyo. Iga ninka mwezi na ba minto, we will still continue eating to tarare amo. Kia wano barabo kama mbaba tawe babangire na wano walimo kuliko botimbe borabu nche ken nenje na autorita borabu. And we have a tradition of working very closely no mujumbe. For everything we do, we work with the MP. Beni Karalengo, we work very closely with him.
Oyo Patrick no musanyi ito manene sana, we work with him, we work together nere. Dopo tumeja nende onze nere. But moko liyo wasa moja kumana ngakiango tarani na Patrick. Ngaingo jikuruzu mujumbo muantari nere. Ndis Patrick nero mujumbo. So let's work together. Tuanchane, ntonya ko tebere binte bizini ibiko to sarani. Tuanchane, to sukiensi ito, negesa Ogeto bosio. Na asabire kamoranje. Guardian yominto. Tobwaterane, mongi no minto kumenda, ayabantu buna barako bange, no moko teba nalisi nyangono ga, moko bangana, and then tumanye ko banya kitoko kandra bosi. Lakini nje no yo mine miaka yonse. Kemo sino mosani one chairman yetu ya Jubilee, toko tarakomo, nyengo gaenda senga netiko bane chairman ya Jubilee, ngango jikurusio mo anta bale kuru motego rozenke mostoko banere. Kemo mostoko banere. But you see, we are all one and the same. I think I've done well for home. Nyasaba siseni omanena we nainwe na inde mogeendre ko tosabera no bwanja ni obonene moko genda chinga mon kwanlia bantu ba minto bakaro na inde mona mwanda ebingandu kangende ko ligikura isiko na achire mwanjire ngende njiko ligikura isiko inkamba tigere wasiko to igwana nire igumo tando jia tona tanga muntu dalikora etaga mboru yango genda mambi nyeri ngo genda matanga nande nduongenda boruya nduongenda taita taveta na mongo na kombo kana igongo ligichikura moto sabere nyasaba mona intwe na ino manena abalende. God bless you. Asanteni sana kwa kumalizia kabisa.